to finance free primary, free secondary. Free primary education katika primary na secondary ni haki ya kikatiba ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Jeto John Ngure Gathungu, Chairman UPA. Turaigwa ministario rais akario bunge na ekarie mugaru na ndeto iria isiabataraniti. Urone athirikari etire na urumwe na etirario ndumwe. Akenya magwite mubango wa kithomo gitena marebi ni mubango wa batana una uguni munene kwi bururi na ugundu batie kurugamua. Kwagiruko kwina mbeca ibangito o mwaka cia githomo kia free. Kwoguo free yo ni undu yathondeka hingo ya Kibakiri ni tukwenda kumenya irorira ku. Niki githirite mbeca cia githomo igatuika ni cia thina undu ibithirite thiini wa ministry ingi. Ibindani o riu thirikari ni thingatitwe kwetha kibonia kia mikana ya kiwonjoria ira ikathikirwe onjoria makuma bururi-ini wa Kenya ni bururi wa Tanzania kuona mikana iyo ni mugaro na uiguano wa mabururi ma gitaru kia Afrika ya irathiro. Turona ndeto tuikarire muno turona na thirikari ingituteithiriria inyitane na thirikari ya Tanzania na ya Kenya mero ni kota gucoka thi tutakuria turauma gucenjania mbeca no thina ni uru muno kuigwa bururi wa Kenya niguo twamukirite ageni ingi andu a Kenya na magire kuthi mabururi mara mangi ni ndu iratuma rais atuika mugunyu uguo na andu ake bigo maranyarirwo ithio tungienda hau boda-ini hau no hena thina muno waku niko turaigwo muno ngiribotera kameme kayo ka muingi Kirinyaga rito aria ni Richard Mugo. Aciari rodo mwena arutwo mwena wa Rongai Kajiado ya Rugongo marathingata thirikari rodo mwena ministry ya githomo kugacirithia mathomo makiria ithenya-ini ria kuongerera muciari murigo wa kurugamirira mathomo amu aingi matire na uhoti. Kelvin Kimaro na uhoro makiria. Ritana nirithite na mbere na gwiki kuri thirikari gutigirira ndirathararia mathomo ma arutwo kurumirira miario itiganite igikunyihia gwa kigina gia kurugamirira mathomo ma arutwo. Paul Harake ni mwarimu munene thukuru-ini wa thekondarĩ wa Ole Kasasi Kajiado ya Rugongo akiuga makoretwo na ihinda iritu gutwarithia na mbere maundu ma thukuru kuona matikoretwo makiamukira kigina ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Capitation imekuwa shida kwa muda mrefu kwa sababu haitufikii ikiwa kamili na inakuwa changamoto kuweza kushughulikia mambo tofauti ya shule kama vile kununua vitabu ama kama vile kufanya shughuli za shule kama inavyotarajiwa, na imekuwa changamoto kwa shule mingi, na huku pia tumeona ni ngumu kuendeleza masomo kwa sababu ya upungufu ya capitation. Tunasoma kwa mitandao ama kwa magazeti ya kwamba kuna uwezekano ya capitation kupunguzwa kutoka 22,240 ifike 17,000. Hiyo itakuwa hatari kwa mashule. Ona waciari makiuga kunyihio gwa kigina giki kwa gucungiriria arutwo aingi gutiganiria mathomo makenda thirikari gutigirira kigina giki gitiranyihio. Elimu sasa imeisha. Wacha nikuambie, removing or reducing capitation, hapa wazazi wanategemea capitation fully. Hata ile kidogo wanatoa watoi. Tuko na very huge balance ya wale ile ilipo muda mrefu, na hii capitation ikienda sasa ni kama transition itakuwa zero. Literally zero. Hata itakuwa hiyo 50% ama 20%. Watoto wa hapa wanategemea hiyo capitation. So ikitolewa ni afadhali tuseme tutoe watoto shule wote. Watatoka peke yao. Hata watoto hapa hii area watatoka peke yao. Hata saa hizi hawakuji shule na capitation imechelewa tu. Na hawakuji. Suppose itolewe hawatakuwa hapa. So hii ni mahali tunataka msaada ya capitation ama another way. Handu-ini ha Kameme kayuka muingi kuma kaunti-ini ya Kajiado ni jetagwo Kelvin Kimaro. Kamiti ya kuhitana na ungumania EACC ni ireganite na uge wa ati thirikari ni irahuthira kamiti ino gutengeria atongoria mung'ethaniro aria mararegana na thirikari. John Rolkoloi uria ni obitha munene ruhonge-ini rwa kurunga mitugo kamiti-ini ya EACC arauga kamiti ino iraruta wira wayo iri na uigiririki ikirugamirira kana ikirumirira gatiba ya bururi, na hamwe na uguo akauga mararuta wira wao kana riria maruta wira wao matigaga ni makinya mwikoirwo kuri ruhonge rwa igoti, na igoti regiona mundu ari na mahitia rikamurekereria kana regiona atari na mahitia rikamurekereria, na riria riona ena mahitia rikamutacokiria makinya. There is no provision that talks about politics. It just talks about an offense. For example, it would say if you willfully fail to follow procurement regulations, or if you fraudulently acquire public property. And you see, these complaints are also coming from the citizens. So it's our duty. That is what we have been constituted to do. Na ucio ni muthia wa mohoro ma thaa thita. Mohoro mangĩ ni wona ciehanda thaa mũgwanja. Njĩtagwo Mwaũra wa Wanjikũ. Ũma, wĩigĩrĩrĩku no camba
nĩ mohoro kuma Kameme Kayoka Mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Wakinya thainya mitambo-inĩ ya Kameme Kayoka Mũingĩ. Jumatatu nginya Gatano. Nĩ ithaa rĩa gũcanjamũka. Mũthoni wa Kĩrũmba aka Bibitu. Karibu sana mitambo-inĩ. Na ningetwa Gathemba mwenyewe. Mutaikinya Kingpin himself. Mwago Mũtheri. nĩ ithaa rĩa cai na tea master. Ũkĩreherwo nĩ Shanjamuka. alipoamka kwa ndoto na kurudi duniani, akarudi roho ikarudi kwa mwili. Akasahau kukuja Kameme. Yugoslavia. Shanjamuka. Jumatatu nginya Gatano mitambo-inĩ ya Kameme Kayoka Mũingĩ. Kameme FM. Good afternoon. Guest wetu ni mzungu. Ukisema ni saa 5 anakuanga saa 5. Saa 6 amemaliza kotiko, nilikuwa nimemuona pa live. I think alikuwa sukari, kahaskari. Au makahaskari? Gumonete kawa. Didn't sure, but he has kept time. Ajura, are we together? Are we okay? Yeah, we are okay. Au kahawa locots. Koguo ni kubuka 16 minutes ago haha koguo turenda turehe biru jorua ito ya kothi part 2 Babu Owino nginya ciande wega thaa 7 umuthi ni tugukorwo tukiaria maingi kuma haria twatigereire karugano utathikirire part 1 no ingire thiini wa YouTube ya Kameme FM na jitagwo Baby Top. Yes, na ningetwa Chef Gathemba the Tea Master. Gima ni Spencer. Gima njega. Gima ĩra kũhũnia gakũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ. Gima ĩna minerals na vitamins. Gima nĩ ya mũtu wa Spencer. Mũtu wa Spencer nĩ very very premium. Ũronekana nduka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe na thogora mwega. Waingĩra supermarket ta Naivas, waingĩre Quickmart, waingĩre Muhindi Mweusi. Angĩkorwo nĩ ta mũkawa harĩa ũthiaga kũrĩa ta kũrĩa ũguo wa Karusi, kwa Jimmy wa Choma Bite, waingĩra kũu guothe ũgũkora marugaga gima yao na mũtu mwega mũno wa Spencer. Ũyũ nĩ mũtu wa gĩkĩro kĩa igũrũ, mũtu very 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 premium. Ũguo wana wathiĩ nduka-inĩ ndugetie mututu, etia mutu wa ngima wa Spencer. Na oho Spencer marĩ na irio cia mahiũ, ũguo wana wathiĩ nduka-inĩ ya mahiũ hakuhĩ nawe, irio cia ngũkũ, cia ng'ombe, cia ngũrwe, etia irio cia Spencer nĩ tondũ nĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ. Right, thank you so much. Na nĩguonete ta ũngĩtũhe kaũndũ ke haha ka ndagĩka ĩmwe. Nĩ tondũ tũingĩ biũ. Nego mũtigĩrĩra ndamũhe tũindo tũingĩ biũ. Maũndũ tũu ũtũhe na ihenya. Wĩ mwega mũthikĩrĩria. Njĩtagwo Peter Gĩcũkĩ, Chairman Top Carers Kenya. Atĩrĩrĩ, we ũkoragwo na matanya ma kũgũra buroti. Ririkana mbeca ciaku ndũcionete na ũhũthũ, koguo nĩ wega ũgĩe na ũbacĩrĩri mũnene ũkĩgũra buroti. Nĩkĩo woka ofici-inĩ cia Top Care tũkũnyitaga ũgeni na tũtanamba gũgũtwara mũgũnda, tũgagũthikĩrĩria na tũgagũtara mĩtaratara ĩrĩa ũbataire kũrũmĩrĩra ũkĩgũra mũgũnda. Harĩ ũndũ ũmwe ngũgũtara we mũigithia, ndũgeterere gũkagũra mũgũnda, gũra mũgũnda weterere. Na rĩu twĩna mũgũnda Juja ũrĩa tũrakwenderia 595,000, na kuo Joska Kagudo Road tũrakwenderia 395,000, Matu nĩ 285,000. Tũcerere Ruiru Greek Towers kana ũtũhũrĩre thimũ 0708 000 999 o rĩngĩ 0708 000 999. Top Killers. Wĩ mũrĩmi wa ng'ombe cia iria kana ng'ombe cia nyama, Hikem rĩu nĩ makororete na njĩra njega makĩria nĩgetha we mũrĩmi ũtaragio baida. Hikem nĩ mokĩte na macumbĩ ma gũtigĩrĩra atĩ ng'ombe ciaku nĩ cietia ndume na ihenya, ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ na nĩ ciraruta iria rĩingĩ. Mena Hikem Joto, Hikem Dairy Leak na Hikem Nyama. Kũmenya maingĩ megiĩ macumbĩ maya ma Hikem, ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayoka Mũingĩ. Right, thank you so much. Tuthiĩte wega na nĩ ũndũ wa mathaa ndĩrenda ũhe ici cia kũrĩa koretwo Nokras, kũrĩa ngũkwĩrĩte ndathiĩte na kũrĩa Leeward nĩ ndaririkanio nĩ Kicheche. Oh, weta what ya? Kicheche. Kicheche. Oh, nice. Kicheche. It's a nice place.
Not too bad. Kisheshe. Kicheche. Ukitoka kwetu unasema ni kisese. Kisheshe. Kicheche. Kicheche kwenyewe. Right. Nokras manatwira atia na ihenya. Nokras manatumanyithia wenda handu hega ha kuhuruka ni kuria Nokras Enkare koragwo haria Sagana kundu kwega gwa kuhuruka wi barabara-ini yo ya guthie Nyeri Marwa na kou ingira haria Nokras Enkare thaici mena discount njega mena kundu kwega muno gwa kuhuruka mena package ya kina mama wakona chama mukaingira kumukaheo package njega muno na ugikienda ndeto makiria namba ya thimu ya Nokras Enkare ni 0790 392 969 0790 392 969 wigire kuria Nokras Enkare Sagana. Hivyo tu. Hivyo tu. Njega kuma kuri thibitari wa Santa Mo Specialized Surgical Hospital uria uri mwena wa Keno, Murang'a County. Ni marakumenyithia urigitani wa mathina ma matu ENT, mathina ma atumia gynecology o hamwe na goita. Motungata makaheanwo kuma tariki 4 nginya tariki 8 August kwambiriria thaa 2 cia rucini nginya thaa 11 cia hwaini. Kadi ya SHA hamwe na kadi ingi cia urigitani ni cikahuthirwo kuri aria makonekana na mathina. Registration ni $200. Ukorigitwo ni specialist aitu a Santa Mo. Uhoro makiria hura 0722-887-596. Kameme Classified. Netha thita na ndagika 17. Mathaa ukimenyithio ni Sawa Petroleum Jelly. Tumira Sawa Petroleum Jelly ni undu wa kumenyerera ngothi yaku tondu ngothi yaku ni yafatana ni ya goro. Kenera Sawa Petroleum Jelly tondu ni manyoroku wega na ni mathakaragia ngothi na njira ya mwanya ukariganirwo ni kuhunyuka. Na riu Sawa Petroleum Jelly mena thogora mubacirire makiria. Gura Sawa Petroleum Jelly umuthi kuma duka-ini o yothe hakuhi nawe. Sawa Petroleum Jelly inanyunyiza kama hakuna nyingine. Right, thank you so much. Tuthiete wega mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi tugithi na mbere na gucanjamuka ngirikia birishito turaingera na njorua ya kothi part 2 Mheshimiwa Babu Awino. Hodi guku ingiro amwagi no ngimoririra na atiriri ni ugeretie muti wa ngimoretwo Spencer Premium. Haya asha ucio ni ureko ningi ndagikurehera ugerie na wona wari uyu madukagerie ungi uri inago ruru Penzi Spencer, uko wapi? Tamu wako wa kipekee, ichokoza nikubonde. Ladha yako wacha tu ukatamu. Spencer na nyeupe, Spencer yapatikana kote nchini, bei yake Spencer, tulete familia pamoja. Kwiruri ciari ngumo marori moekaine ta UD mari manyati na mandovu. Icio rori cioekaine na wira. Icio rori nicio ciatamburikanite maginya kuingira kuria macinani. Na riu ndeto njega ni ati rori ici cia UD ni icokete rungu rwa Isuzu East Africa. Iracemborerwo guku na ikenderio o guku na Isuzu East Africa. Kumenya ndeto makiria ciegie rori ici cia UD ikara mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi. Netha thita na ndagika 19. Mathaa ukimenyithio ni Mataha Festival. Mataha Festival Samedo agakuihorera mataha ma njahi, Waithaka wa Jeni mataha ma njugu, John Njagi mataha ma githeri, Joyce wa mama mataha ma miji, Kariuki wa Kiarutara mataha ma njugu, nake DJ Dibul atukanie mix ya mataha macio mothe na thutha mutheri. Ni rwimbo na mwago uria ugakorwo Juja Fairland Grounds juma mothe mweri 9 wa kanana kuma thaa 8. Gura tigiti waku kuhitukira star 672 star 55 hash. Haya! Wewe wakishiwa kagore sina homa ni ni baridi yenye iko hii studio bana, na tunaambua mashini itachomeka tukizima. Bana tunatetemeka. Akaruranya twego guko. Ni agaitheke muno. Ndimuonaga hari uguo moja thiri yakihunjia. Agitogecegire ke bwana witu ahunjie Ngai. Hunjia biyo. Agithia Joy amasharia. Amwere ni aganetwo muno ni bururi ni uroiga esa aiga ni mama na kazi kumajaba vita na ndagika 20. Mathaa ukimenyithio ni fegi ya KCB.
KCB rĩu nĩ mokĩte na 105% mortgage financing. KCB marakũhe ngombo yo ĩrarũgamĩrĩra mũciĩ waku wothe, wacoka ũkaheo 5% extra nĩ ũndũ wa kũrũgamĩrĩra maũndũ ta stamp duty, legal fees, valuation o hamwe na insurance. Oho waheo ngombo nĩ KCB nĩ ũrakenera fixed interest rate ya 9% na wacoka ũkaheo mĩaka 25 ya gũkorwo ũkĩrĩha o kahora kahora. Kũmenya makĩria na kũ-apply wĩkinye rũhonge rwa KCB hakuhĩ nawe kana wandĩke kiugo mortgage ũtũme kũrĩ 22522 kana ũhũre 0711 087000. KCB, for people, for better. Mukaramani rwĩmbo rwega mũno tũirĩtu twa Mathare na mũgeni witũ garũra tu kamera Stacy ũgĩkĩraga wega nĩgetha tũtigakorwo tũgĩbanga maũndũ. Njorua ya Kothi part 2 nĩ mũthenya wa ũmũthĩ kwa Kameme FM na kũrĩa mũtambo-inĩ wa kũrĩa gwa Faũrũ Babu Owino onake live on Facebook nĩgetha onake mafans ake makorwo makĩrora kiongozi wetu agotwĩra atĩa. Mũthenya wa mũthenya tũkorwo tuna maingĩ nĩtwaririe ndeto nyingĩ mũno cia Babu Owino mheshimiwa wenda gũcigua na njĩra ndikĩru ingĩra YouTube-inĩ kana mĩtambo-inĩ itũ ya Kameme FM ona kũrĩa gwake kwa Honorable Babu Owino na nĩgũkorwo kĩigua kũrĩa ciarĩirwo Bondo akĩrerwo nĩ mamu wa Ndorokathi akĩrĩa thĩna akĩrerwo na mbeca cia Chang'aa na maũndũ marĩa mothe agereire na kũrĩa guothe okire na kĩambatĩra ũguo Ngai akĩmũiguagĩra tha nginya rĩu harĩa tũkwanjĩrĩria part 2 ya rũgano rwa gũkorwo atĩ rĩu nĩ mũmbunge aingĩrire mbunge atĩa twatigĩte uga nĩ kũrora arorire akĩona eka survey akiona kũrĩa nĩ nguoya hau niho tũkwanjĩrĩria no ndũkariganĩrwo nĩ mũnake wĩna degree nyingĩ take
muno no mwanake ogereire mawaganu ota manake aria angi iya hanota ithuĩ karibu sana mheshimiwa umehang tumesema uko kijana umepitia lakini nikikudanganya bibi yako Modhoni atakwambia naelewa kabisa kabisa hapa na pale. Karibu sana, good afternoon. Good afternoon. Tumefurahi sana, fiti sana, tumefurahi kukuona leo. Niko sawa. Na umetoka kotiko? Nimetoka koti sahi, nilikuwa huko Kahawa Court. Yes. Kuna wale vijana wa Mawego 8 walishikwa, yes, wakakuwa charged na terrorism. Tumemanage, mimi ndo nilikuwa wakili wao na nilikuwa nawafanyia kazi bure. Yes. Nimemanage, saizi wamekuwa released na cash bail ya 50,000 each. Na juzi on Monday, yes, nilikuwa Thika High Court. Wale ambao walishikwa, wale watu 58 kutoka Juja, kutoka Thika, kutoka Kiambu na sehemu zingine za Murang'a, yes, walikuwa watu 58. Nilimanage kuwatoa, na walipewa cash bail ya 30,000 each. Tuli appeal decision venye walipewa cash bail ya 100,000 each, ya shilingi 1,100 kila mtu. Nili appeal High Court ya Thika na wakareduciwa, wakatoka na cash bail ya 30,000 each. Thank you so much. So mambo imekuwa nzuri sana. Asante. Nataka sana. Niombe msamaha, nimekuja late kidogo kwa sababu nilikuwa kotini. Hata hakuna haja ya msamaha. Ile kazi umetoka kufanya ni ya watoto wetu. Ndio. Ukizaa mkora ni wetu. Ndio. Ukizaa pasta ni wetu. Ndio. Ukizaa politician ni yetu. Ndio. Kwa hivyo yote ni yetu. Ni kweli mtoto kabisa. Hatupwi. Ndio. Kwa hivyo umefanya kazi mzuri sana kwenda kuwatetea hao watoto wetu. Ndio. God bless you so much. Ndio. Kidogo show imeshika moto kidogo. Ndio. Iko juu. Kuna wale ambao walisikia ni kama imewakera na wao ni wakero. Nao pia karibu inafanana na kukerwa. Lakini Kameme ni ya kila mtu. Wanakera. Kameme ni ya kila mtu. Thank you so much. Tumekuwa tukipokea very positive remarks na of course watu wameongea mambo mazuri sana kukujua. Ndio. Kana positive comments. Ndio. Tumefurahi. Na kuna maswali nyingi hatukuuliza. Ndio. Niliambiwa uliza Umosh alimsaidia huyu Umosh mwenye alimuhost pale, ule alikuwa foreman. Umosh alienda wapi? Ndio sasa tusikie. Ukiwa campus ndivyo uliingia bunge. Ndio. Tutaanzia hapo ndio tuende the other journey of you being in politics. Ndio. Yes. Sasa mambo ya Umosh, Umosh tuko naye kila siku. Umosh ni mtu wangu sana. Ule alikuwa foreman, ule alikuwa na host 2027 tunaweka Umosh MCA. Atakuwa MC hapa Nairobi. Nice. So tumeshapanga naye. Wow. Tunataka at least Mungu akijalia. Yes. Yeye mwenyewe awe MCA. So tuko naye kabisa. Wow. Ndio. Ulisema sasa vile ulikuwa president for 4 terms. 4 terms. 4 terms. Hiyo ni miaka ngapi? A term ni 1 year. Oh, so yes. 4 years. For 4 years. terms. Yes. Ulikuwa president mpaka sasa ukakuwa president ya wale ma-president wa the university. Yes, ilikuwa inaitwa Kenya Universities Students Organization. Yes. KUSO. So mimi ndio nilikuwa tena rais wa universities zote nchini Kenya. Ndio. Na kazi yako tulikuwa tunaona nyinyi mnaharibu tu barabara. Wewe ulituambia why you guys were demonstrating. Ndio. Ni vile mlikuwa mnafinywa. Ndio, ni kufinywa sana. Yes. HELB ikidelay. HELB ni ile pesa ambayo serikali wanapatia wanafunzi kusomeshwa, kisha watarudisha baadaye. Na hiyo HELB ikidelay, mwanafunzi hawezi enda darasani. HELB ikidelay, mwanafunzi hawezi nunua chakula. HELB ikidelay, mwanafunzi hawezi fanya mtihani. Hawezi pata mahali pa kulala kwa sababu lazima alipe accommodation. Hostel. Yes. Kwa hivyo hiyo HELB ikidelay, mwanafunzi hata hawezi toka nyumbani, manake kutoka nyumbani kukuja kwa university lazima utumie pesa. Na hiyo pesa wazazi hawana au vijana hawakuwa nayo. Hiyo ndio ilikuwa inafanya ninapeleka watu maandamano kwa sababu nilijua siri. Yes. Siri ilikuwa kuenda maandamano kisha pesa inakuwa released. Inapatikana kwa wanafunzi. Wow. Ndio. Tukiwa tu pale juu, nataka tukiingia siasa hatutarudi nyuma. Ndio. We cannot ignore zile mambo tunasoma na tuna announce huku kwa news. Ndio. About sasa university, wale vijana na wasichana wetu hawakuweza kuingia universities. Ndio. The number is too high. Ndio. Those who are not joining. Ndio. What would be your view? Ungesema nini? Umejua Baby Top, kuna shida hapa nchini Kenya.
unapata kwamba wanafunzi wanafanya mtihani karibu milioni 1 kila mwaka. Kwa milioni 1 utapata only around 200,000 ndio wanaenda university. Inamaanisha 800,000 hawapati nafasi. Na ni kwa nini? Na hata hawa 200 hawataenda kwa sababu maneno ya fees. Wazazi wanapitia mambo mengi sana. Wazazi venye niliwaambia wanafanya kazi zingine zenye ukisikia ni za kuhurumia wazazi. Lakini wanafanya haya yote ili waelimishe watoto wao. Na tuliongea vizuri ya kwamba mama mboga ambaye anauza mboga, baba ambaye anaenda jua kali, baba ambaye anaendesha boda boda, baba ambaye anaenda kujengea watu ambaye anapata shilingi 600 kwa siku. Yule mama mboga naye pata shilingi 200 kwa siku. Yule mama ambaye anauza changa jinsi ambavyo mamangu aliuza. Hawa mama, hawa baba hawajawahi shika shilingi 20,000 kwa mkono hivi. Imeshikana. Saizi university imewekwa iko juu. Bei iko juu. Gharama ya elimu iko juu. Kuliko ile mlisoma nayo. Kuliko ile tulisoma nayo. Unaona, unaambiwa social sciences kama kuwa wakili, hizo ni kama between 100 to 300,000 Kenya shillings. My God. Kisha ukitaka kuwa daktari, medical courses ni 600,000 Kenya shillings. Public universities kuna hii new funding model ambayo ililetwa na hii serikali. Na hii sasa inakuambia kwamba hata mtoto wako akifaulu kwenda university hawezi ingia university, manake hata mamake ama babake hajaishika shilingi 20,000 kwa mkono. Kama sahi high school ni between 9,000 na 15,000 for day scholars. Borders ni around 40,000 and above. Sahi mwanafunzi anafukuzwa shule kwa sababu amekosa 9,000. Anakaa miezi 3-4 nyumbani na babake na mamake na wazazi wake. Haezi afford. Alafu huyo mtoto unamtolea fees kutoka hiyo 9,000 over 100,000. Hiyo inamaanisha kwamba umeua elimu. La kusangaza chenye inatisha sana ni ya kwamba huyu mzazi ameuza wanyama wote kwa boma kuelimisha mtoto. Kuku, wazazi, ng'ombe, mbuzi, kila kitu. Wazazi wanalimia watu. Wameuza mashamba. Wanafanya odd jobs ili waelimishe watoto wao mpaka university. Akishaenda university, Mungu akimjalia siku moja apate kazi. Anaweza earn kama for example shilingi 50,000. Tuseme tu hapo. Akipata kazi 50,000 serikali inachukua hapo kwa 50,000 inachukua 30% ambaye ni income tax. Hiyo ni 15,000. So uki-earn 50,000 unabaki 35. Hiyo 35 unataka kutumia mzazi nyumbani kwa sababu wewe ndio unamtake care of mzazi na watoto wenyu. Sasa huyo mzazi unaweza tumia mzazi pesa ngapi kwa hiyo 35,000? Tuko na watoto wako 2,000, 5,000. Sasa nikuulize baby top, kati ya serikali na mzazi, serikali inakula 15,000 yako. Mzazi anakula ambaye amesomesha mtoto anakula 5,000. Ni kama tuendelee na hiyo. Hatujaifanya hiyo hesabu. Wacha nikuulize, kati ya mzazi na serikali nani anafaa elimishe mtoto bure? Kama serikali ndiyo inachukua pesa yote kwa tax. Ni serikali ielimishe mtoto bure. Kwa hivyo badala ya kuweka fees from 100,000 to 600,000. Ndio. Kwa hivyo elimu inafaa iwe bure kutoka primary school kwenda secondary ama high school na university elimu iwe bure, kwa sababu serikali ndio inachukua pesa mingi zaidi kwa tax kwa hata huyu mwanafunzi ambaye alilipa school fee. Hata kwa HELB, ukipewa HELB bado unalipa, si kweli? Na serikali inachukua 30% income tax, na tena on top of that ukinunua chochote unalipa VAT. Sasa which means serikali inachukua over 25,000 ya salary yako. Unabaki na 25. Hiyo ni kama una earn 50. Unampatia 1,000 hata moja basi. Imagine. Na sio kila mwezi. Sasa serikali inakukata kila mwezi. Imagine. Sasa ni serikali inafaa ielimishe watu wao bure. So utapata watu wengi sana waendi university kwa sababu hakuna karo ya shule. Mimi mwenyewe singeenda high school. Niliambia mzazi wangu hakuna pesa, hakuna haja nikupatie stress. Nimepita KCPE but sitaki nikupatie stress kwa sababu ninaona tunahangaika hapa na mambo ya kuuza changa. So hakuna haja niende high school.
mpaka chief ndiye aliniongelesha. Huyo chief hata nimeongea naye leo, na wale wanafunzi wa primary school yetu Central Primary School leo wanakuja bunge, hata naenda kuongelesha sasa. Nilipanga wakuje bunge, sasa hizi wanakuja pia waone bunge venye iko, ni waongeleshe kwa sababu nilitoka kwa the same primary school. Na sasa my dear sister, unapata elimu sahi watu 800,000 hawawezi enda university. No. At the same time, colleges pia ziko expensive. Utapata si kila mtu anaweza pita kwenda university. Pia nasihi wazazi wetu, wale ambao wamepata grade ya kuingia college, wasomeshe. Wenye wanaweza kuwa electricians, wawe electrician. Wenye wanaweza kuwa plumbers, wawe plumbers. Wenye wanaweza kuwa wakifix tiles, waweze kuwa masons. Waweze kujenga, waweze kufanya kazi yoyote. Bora una train mtoto wako, awe trained kwa kitu fulani. Hiyo kitu tamsaidia maishani. Na ninawaambia wazazi, msichoke. Usiku mchana, omba tu Mwenyezi Mungu. Amuka tu asubuhi, fanya tu hiyo kazi ambayo unafanya. Usichoke juu najua Mwenyezi Mungu atakusaidia mbele. Usichoke na huyo mtoto wako. Na kwa wazazi ambao watoto wao pia hawaperform vizuri kwa shule, hapo ni shida sana. Manake mzazi utaona anaweka pressure kwa mtoto wake. Asipo perform vizuri, anamwambia umejua wewe ndio unamaliza pesa hapa yote, haifai ufanye hii na ile. Naambia hao wazazi, usiadhibu hao watoto. Waongeleshe vizuri. Huyo ni mtoto wako. Mtoto kama siku ya leo anapata 10% kwa mfano kwa hesabu, ama 20%. Mwambie, kijana yangu, work hard. Ninajua tu kesho unaweza pata 20. Na mwenye anapata 20, najua unaweza pata 40. Mwenye anapata 40, unaweza pata 60. Na mwenye anapata hata 70, unaweza pata 90 ama 100. Najua you can make it. Kwa sababu watoto wetu tukiweka pressure kwao, hawata perform vizuri. Let's embrace our kids. Let's embrace them. Hao ni watoto wetu, hatuwezi watupa. Huyo mtoto ambaye ulizaa ni wako. Na umejua si kila mtu anakuwa gifted na talented kwa njia ya elimu peke yake. Kuna njia mingi ya kusucceed kimaisha. Ukiona mtoto hakufanya vizuri, muingize kwa njia fulani nyingine. Anaweza kuwa anafanya vizuri huko. Mambo ya maspoti wanaweza kuwa sawa. Ukiangalia mambo ya talanta tofauti, mambo ya kukuwa musicians, artist, inaweza kuwa sawa. So hii maisha ni kuona venye unasukuma hapa na pale. Si kila mtu anaweza kuwa msomi afaulu kimaisha. Wengine wanaweza faulu kwa njia tofauti. So mimi nasihi wazazi wetu, to encourage watoto wetu. Tusiwaadhibu. Manake atakuwa discouraged, ata feel shy, ata lose self esteem, ata lose confidence, na utapoteza mtoto wako. So kwa drugs na mambo yengine, ataanza kuingia kwa mambo zingine zenye hazifai. So mambo ya elimu tusaidie venye tunaweza saidia. Ikikosekana mtoto awe trained kwa njia nyingine tofauti, lakini usichoke naye. Hiyo ndio naweza sema. I love that, Team Master. Umesikia? Sasa ukiwa pale campus, ukapanga utakuwa MP. Ndio. Ukupanga MCA, uli dream big. Ukiwa student leader katika University of Nairobi ama university yoyote, over 500,000 unaongoza. Ukiwa student leader ni kubwa hata kushinda kwa MP. Budget ya MP ndio ni kubwa tu kwa CDF. But ukiwa student leader ni kubwa kushinda mjumbe. Manake imagine unataka kuconvince wasomi wote. Umepata baby top pale, umepata the tea master pale, umepata maengineer pale, walimu pale, majournalist pale, madaktari alafu unataka kuwa convince that you are the best. Inamaanisha ya kwamba uwezi mdanganya hapo na uwezi nunua kura yake hapo. That's why katika university hakuna ukabila. Kwa sababu wanajichukua tu kama comrades, kama students. You have to be above. So kuwin election university ni ngumu kushinda kuwin election huku nje. Na kuambia siku ya leo. That's why nikiona student leaders wa siku hizi wanachaguliwa kisha wanataka waende State House. Wanapewa elfu gapi? Wanapewa 10,000 alafu wanapelekwa kwa swimming pool ati wa swim. Si hivyo ndilifanywa juzi kule Mombasa. Hivyo ndilifanywa kule Mombasa. Walipelekwa juzi 10,000 swimming. Kama we ni chali unapewa mrembo na unanunuliwa tena condom. Sasa hii ni mambo gani hii baby top?
ati imetoka State House. Utetea watoto maskini wamepita na hawawezi Na kuingia unawacha university. position yako kubwa, position kubwa ambaye unajua wewe ni Walikuwa na president. serikali. President. Na ujue hii term yako ni 1 year peke yake. Hii 1 year ikiisha, we mambo yako imeisha. So build your name kama student leader. Sababu kidogo. Walipelekwa na serikali swimming. Imagine. Empowerment. Mombasa. Swimming kama wewe ni chali unapewa warembo wawili. Kama wewe ni mrembo unapewa mwanaume mmoja ambaye ameenda gym. Sasa unasema mambo unapatiwa condom. So student leaders wanani it's shameful. Mimi kama babu, mimi nilikuwa na 5-year students. 5-year students utakuja uwe mjumbe 2027. It's bigger than swimming. 5-year students utakuja uwe governor. It's bigger than condom. Ndio, jamani. So ukaamua utakuwa mbunge wa Embakasi. Ndio. Na mimi mwenyewe nilijua ya kwamba lazima ni work hard. Na nilirudi university, nikakuwa president wa University of Nairobi from 2014. 2011, 2012 nilikuwa, then nikarudi university. Then 2014-15 nikakuwa, 2015-16 nikakuwa president, 2016-17 nikakuwa president. Na hiyo time yote utaambiwa na wanafunzi wa vyuo vikuu vyote hapa nchini, watakwambia wakati wa Babu Owino hatukufukuzwa juu ya school fees. Na help ilikuwa inatoka on time. Wakati wa Babu hakukuwa na insecurities. Wakati wa Babu university fee haikuongezwa na serikali. Na Kaimenyi venye alijaribu kuongeza hiyo fee, aliona chama alisema yeye hajaisikia maneno ya kuongeza fee tena. Na walikuwa wameongea kwenye media. So mimi naambia student leaders, come out, fight for your students. Please, wazazi wa hawa wanafunzi wanateseka sana. Hawa wanafunzi ni maskini. Ni elimu tu ndio itawasaidia watoe wazazi wao kwenye jua, kwenye matope. Wasaidie. Work for them. You only have 1 year to do your work. Wachana na mambo ya kwenda kulala State House. State House kuna shida. Kama rais mwenyewe hawezi lala State House juu ya shida, wewe unataka kwenda kufanya nini State House? Analala wapi? Analala macho moja ikifunikwa na moja imeji. Juu anashtuka jenzi ataingia saa ngapi. So ukaanza campaign. Who funded your campaigns? Ushaisikia watu wakisema tumekuwa ukiuza madawa? Umeisikia kitu kama hiyo? Unajua unaweza kuwa unasengenywa na ujui. Mambo ni mengi sana. Tukuchanue. Ndoni mambo ni mengi sana hii nchi. Hii nchi hata wesa hizi ukionwa na kagari kadogo utaambiwa wewe ni devil worshipper. So sasa watu wanachukia success. Hata rafiki yangu mwingine nimeleta yeye hapa Kabogo, nikamwambia Kabogo, unajua pia ulikuwa unaambia unaleta dawa, na yeye ananiambia alifanya kazi. Wewe na ulikuwa student leader. Ni pesa ulikuwa nao, mambono uliambiwa unauza dawa ya mihadarati. Mimi madawa na unga yenye nilijua ya ni unga ngano na unga ya kupika ugali. Umejua hii nchi hakuna mtu yote ambaye ako above the law. Hakuna kesi hata mmoja ambaye ati nilishashikwa ama nimeekelewa ya mambo ya kuuza madawa. Na tena mimi kama babu, mimi mbona niuze madawa niharibu maisha ya watoto ambao unatetea? Wanafunzi ambao natetea. Mimi jina mbaya nilipata tu kwa sababu ya kutetea wanafunzi. Kwa sababu ninawatoa maandamano. Kwa sababu teargas saa zile imepigwa. Watu wanalia, watu wenye wako na magari wanasema ati teargas imeingia kwa magari. Wenye wanaenda kazi hawaendi kazi juu ya traffic jam. Na hiyo kuchoma nilichoma vizuri. Na kama ningepewa nafasi ningechoma tena. Kwa sababu watu wanateseka. Wacha nipiganie watu watoke kwenye shida. Ndiposa wana Embakasi Mashariki walipoona kazi yenye nilifanya kwenye university walinipoach kutoka university ukaingia pale niwafanyie kazi Embakasi Mashariki. Na huko unaishi Embakasi East? Sikukuwa naishi Embakasi East. Na kama singekuwa nafanya kazi university singewahi kuwa elected. Na kama ningekuwa mtu mbaya singewahi kuwa elected Embakasi. Na tena nikakuwa re-elected. So inakuonyesha kazi yangu safi. Uliingia first 5 years, tena sasa 2022 tena umeingia re-elected. Na hiyo 2017 nilishinda mpinzani wangu na kura tofauti ya 4,200.
2022 nilimshinda na kura tofauti ya 35,000. Hii inakuonyesha ya kwamba hata watu wake wenye walimpigia 2017 walinipigia sasa. Wa Mureithi. Sasa walinipigia. Kwa sababu ya kazi nzuri. Very good. Na umejua kama ushachaguliwa kama kiongozi, hautaangalia ati nani alikupigia kura, nani akakupigia kura. Ni demokrasia ya kila mwananchi kupigia mtu ambaye anapenda, anataka kura, kwa sababu huyo mtu amemconvince atabadilisha maisha yake. So mimi kama kiongozi, mimi ni kiongozi wa watu wote. Wale ambao walinichagua na wale ambao hawakunichagua. Hao ni watu wangu wote. Lazima niwafanyie kazi. Ndio. Very good. Ukaingia pale na ukapata you became the MP Embakasi East 2017. Ndio. Jani sasa ya tofauti ya kulead wale students. IQ, unajua university inaendwa na wale wameperform. IQ is very cruel. Kuna mtu aliniambia principal Alliance Girls ati ile shida kubwa shaiona ni kuongoza ama to become the teacher of these IQ'd people. Hiyo mind ikiwa idol ni mbaya sana. Sasa pale umeenda ukakuwa mbunge wa akili zimechanganyika. Ndio. Now your journey ulipoingia pale. Nao nilipoingia bunge mimi sijaiona raha kwa hii mambo ya uongozi. Nimeketi na wewe saizi unaona nywele yangu yote ni white. By the way ni white. Ni kwa sababu na unasema uko na miaka 36. Imagine. Ni kwa sababu ya kazi. Mimi nilipoingia bunge before niingie, kabla niingie nilijua unaweza ingia pale uone raha hapa na pale. Kama hii ni ya white basi ya president hana. Unaona? Sasa yake imefly. Agarau mwache acheni yapumue kidogo hata zisiende hii rashes at least. Sasa ulikuwa unafikiria ni raha. Unaweza fikiria ni raha. Ukishaingia unakumbuka penye umetoka. Unakumbuka yale yote ulipromise watu wako. Kisha unasema ya kwamba hakuna haja. Ni waste opportunity. Ni opportunity ambayo Mwenyezi Mungu ndiye ameniweka. Na nilikwambia kila siku nilikuwa naomba Mungu, naambia Mungu ukinitoa kwenye slums, kwenye mtaa, mimi mwenyewe nitafanyia watu wako kazi. So mimi niko na contract na Mungu kufanyia watu wake kazi. So nilipoingia pale mtaa mpya, mahali hujaishi, watu hujui. Lakini mimi ni mtu wa mtaa. Kwa sababu mimi nilizaliwa mtaa. Niliona ndugu yetu Aaron Cheriot anasema Nairobi nafaa iwe na kiongozi ambaye amezaliwa Nairobi, ati wakukam sijui nini. Mimi ni mtu wa mtaa, mimi ni mtu wa ghetto. Wale watu wenye wamezaliwa Nairobi, yule mwenye alizaliwa whatever he touches turns into garbage. Yule mwenye sisi wakukuja we want to live it a better place. Sasa zile tutatoka wale wakuzaliwa ni nini? Wale wenye walizaliwa hapa Nairobi whatever they touch turns into garbage. Tunaona kama gavana akiguza kitu inageuka inakuwa takataka. Jua hakuna kazi ambayo anafanya. Wale wakukuja wanakuja wanataka live a better place. Gavana sasa ni Usakaja bure sana. So uliona alienda kamwaga kili pale Stima Plaza. So mimi nikikwambia Baby Top. Baby Top. Wale wakukuja wanataka live it a better place. Live it a better place. Ili mwenye atakuja kuitumia tena. Na Nairobi kuna mtu ambaye apart from Lang'ata Cemetery kuna mtu yote anazikwa Nairobi? Hakuna. So Nairobi si boma ya mtu. Kila mtu amekam. Na wengi ambao wanazikwa Lang'ata ni wakukuja. Na hata wenye walizaliwa. Hata wenye walizaliwa baba zao na mama zao wazazi wao walikam. Nairobi ni shamba la kutafuta na kucreate. Hata si tumetoka Nyandarua na tuko hapa and we are going to leave this place a better place. Na wakukuja ndio wako wengi. Yes. So tusishtuliwe sana mara Nairobi lazima. Wao wakuzaliwa wanaiona wanaiharibu. Cheriot yeye ni wa Nairobi ama alikuwa anapeana maoni akiwa amekaa side gani? Yule kwanza akiongea unaona yule sasa hata venye alikuwa anasema ati Nairobi kama umejua mtu kama mimi Baby Top. Mimi nimeomba jirani chumvi. Kama hujai omba jirani yako chumvi, huwezi jua shida ni nini. Gavana wetu Sakaja, babake alikuwa manager wa Firestone. Hajawahi chota maji kwa mkono kujiosha nayo. Hajawahi omba jirani yake chumvi. Hajawahi enda shule na suruali ambayo iko na crack. Hajawahi tembea bila kiatu. Niko disconnect. Hajawahi lala bila njaa. Hajawahi lala njaa bila chakula. Sasa ajui maisha ni nini.
Mimi ukiniambia siku ya leo unahisi njaa, najua kulala njaa ni nini. Yes. Juu nishalala njaa. Leo ukiniambia mtoto wako aendi shule, najua kukosa karo ya shule nini. Juu nishaikosa karo ya shule. True. Mimi najua shida, nikikuona najiona. Na nikijiona na kuona. Na nikiona mzazi, naona mamangu. Dorcas. Naona Dorcas. So kwa hivyo mimi najua shida. Nimepitia shida. Na maisha yangu yote hata nikiwa MP. Maisha yangu imekuwa tu ya shida. So umefika pale umefikiria umefika comfort zone. So unafikiria uko comfort zone. Imeanza grey kwa nini? Juu sasa unapigiwa simu na mama. Anakuambia mtoto wangu hajaenda shule. Unapigiwa simu na baba, anakuambia sijalipa rent. Unapigiwa simu na kijana mwenzako, anakuambia juzi ndio nimeoa, sina hata la kupelekea bibi kwa nyumba. Then unasema kweli, wacha ile kidogo yenye iko, let us share. Ile kidogo yenye iko, let us provide a solution. Kama kuna bursaries, wacha tupeane bursaries. Ndio maana nimepeana bursaries every year 25,000 bursaries. Napeana every year na mimi mwenyewe, na hakuna mjumbe yeyote hapa nchini Kenya ambaye anapeana bursary kwa mkono. Naenda kupeana forms bila kuangalia kabila na jina, kisha narudi na cheti, vieti, checks. Tena nakupatia bursary checks kwa mkono. Wale ambao hawana biashara, situmani kwa mkono. Unajua shida. Najua huyo mtoto wako. Chenye unaweza chukua aende shule, chukua aende shule. Mimi najua umuhimu wa shule. So, kuingia pale, nilipelekwa High Court. Election petition. Muriithi akasema nimeiba kura yake. Judge akasema kura zihesabiwe mpya tena. Zikahesabiwa tena, nikamshinda na 1,500 on top of ile 4,200. So total nilimshinda na 5,700. Then judge akanullify tena election. Kasema lazima nirudi uchaguzi. After hiyo nikaenda Court of Appeal. Umeingia na ODM. After hiyo nikaenda Court of Appeal. Court of Appeal wakaweka judges 3, wakasema Babu alishinda hii uchaguzi. After hiyo kulikuwa na handshake. Kwa hiyo handshake bado nikapelekwa Supreme Court. Muriithi tena aka-appeal tena Supreme Court. So kwa miaka 2 sikujua kama mimi ni sitting MP ama standing MP. Usiposhika simu ya mtu yeyote, anakuambia Babu wewe ni former MP, usishike kabisa na kungoja kwa ground. So for 2 years. Ulikuwa kotini? Nilikuwa kotini throughout. Na tena hapo kotini unakumbuka tukipigana na serikali ya Uhuru, nilikuwa nimewekewa 5 criminal cases tena. Unasema mimi ni criminal. MP? Nikiwa MP. Nashikwa tena na kuwa rearrested, tena rearrested. Hakuna mjumbe yeyote. Mimi sikuwa nataka kukusikia. Ulitusukuma sana. Kwa sababu Baby Top, mimi nikiwa side yako, kama venye sasa niko side yenyu watu wa Mlima. Ni mpaka mwisho. Mpaka mwisho. Ukoshua Babu atakufa na sisi. Ndio maana huku impeach ule mzee wa kwetu haki. Siku impeach Gachagua. Juu niliona shida yenye nimeshaipitia maisha yangu. Nilikuwa najiangalia na muona. Nasema sasa huyu mzee alikuwa anakuwa arrested mpaka na boxer akisupport rais, alikuwa anateswa. Sasa tena niende ni muimpeach, nilisema hii siwezi na siku muimpeach. Na nina explain proudly. Siku muimpeach kwa sababu yale yote ambayo alikuwa nawekewa. Hao watu wenye walikuwa namwekea ndio wa kabila zaidi. Hao watu wenye walikuwa nampiga ndio wako na shida zaidi. Huwezi sema ati huyu ni mkabila sasa tumtoe. Wewe ulizaliwa kwa kabila gani? Hiyo. Si ni ukweli? Na wewe ukiangalia serikali yako imejaa na ukabila. Sasa unataka kutuambia nini? So mimi Gachagua mimi niliosha mkono kama Pilato. Kasema hapana. Nikasema sitamuimpeach. And by the way, alinipigia simu. Akiniambia my son, kijana wangu. Asanti. Mimi nakuomba. Usivote against mimi. Nilimwambia, nilimpromise, nilikuwa na bibi yangu na watoto hiyo siku. Nilipeleka watoto kucheza huko Kanivo. Nilimwambia, Excellency. Mimi sitapiga kura kukutoa. Thank you. Nasema mbele ya Mwenyezi Mungu. Mimi mwenyewe. Na siku muimpeach. Kwa sababu nilikuwa nimeona yale shida niliyapitia na yeye mwenyewe venye anawekewa mashida. Tukasema hata mimi hii betrayal, hii kisu, hii sword, hata mimi ni ile. Ikitoka huku itaingia kwa shingo yangu. Na mimi niko tayari, ikikuja ikuje. Ni kama linanukia lakini tunakuja hapo. So you did not.
So I did not. Ulikuwa na criminal cases gani time ya Uhuru? Lakini unajua pia ulimtukana, ulimwambia pole ama huku umemtukana direct? Tulimaliza hiyo mambo yote, tuka apologize in public. Okay. Kila mtu alikuwa na apologize, hata juzi Gachagua pia ali apologize. Kila mtu ali apologize. Kwa hivyo uli apologize. Kila mtu ali apologize. Nina ka soft spot yake sijui kwa nini ama nini. Unaelewa? Kila mtu ali apologize. Na hii ni siasa. Na umejua hata mimi walifaa pia wa apologize. Juu mimi pia walinitesa sana. Umejua. Modo wake naona weno wake tesi ile ciana kidogo niguo aroiga So alisema criminal case yako ni gani? Wanasema ati creating disturbance, wanasema ati nilikuwa nimeenda maandamano, wanasema ati siku ya uchaguzi ya election, siji ballot box 5 zilipotea. Sasa hizi kesi zote mimi ndo nawekewa. So unasema hii ni mambo gani jamani? But hiyo ni mambo ya siasa. Ni siasa. Siasa ni hivyo tu. Hata kwa hii serikali ya Ruto, mimi ndio mtu wa kwanza ambaye alikuwa abducted. Yeah. Kwa hii serikali abduction ilianza na mimi, wakapotea na mimi for 3 days. Yes, wakanipeleka kule Kirinyaga chini kule Wanguru. Juu sasa naye Raila amekataa kuitikia uchaguzi. Si hii maandamano hii yenye tulikuwa tunafanya Azimio. Azimio. Nilichukuliwa kutoka airport. Tulipotoka Mombasa. Nikachukuliwa usiku 2:00. Yes. Wakanizungusha, walinifunga macho, wakaniingiza kwa boot, wakanipiga pingu, wakanizungusha mpaka saa 9. Hata sikujua penye nilienda. Walikuwa wanakupea chakula? Huko sikuguza kitu, ni maji tu. Maji tu, na hiyo maji pia unaogopa sijui wanaweza kuwa wameweka nini. Lakini hawakukunichapa. Hawakunichapa. Hiyo naye siwezi sema, lakini psychologically hiyo ni psychology. Afadhali uchapwe. But psychological torture is the worst thing ever. Lakini kama ni kukushika, walikuwa nasema shida ni nini? Hawaongei. Hakuna mwenye alikuwa ananiongelesha. Na hawapigi simu, hawaongei, usikii wakipiga stories zao. Usikii chochote. Kwanza walinipeleka sehemu za Ngong. Nikafikiria sasa saa hii naenda kumalizwa kule Ngong Forest. Mimi nikasema is okay. Kama ni kifo, hakuna mwenye atatoka hii dunia alive. Unawaambia hivyo live? Niliwaambia. Sasa si umeshajua mambo yako ni noma. Ni kama Al-Shabaab wakiingia hapa saa hii. Ni kutumaliza tu. Bado utalia ati uko na young family. Hakuna. Si upigane utoke ama umalizwe. So mambo ilikuwa hivyo. Na mimi kwa hii Nairobi ni kama nimelala kwa cells zote za hii Nairobi. Hata wakati wa hiyo ukiwa mbunge. No, hata before hiyo student leadership mimi pia nilikuwa nashikwa hiyo maandamano, napelekwa kotini. Lakini uzuri Madhare, lakini vizuri hiyo time haikuwa na ukuta. Lakini uzuri mimi nilianza kushikwa primary school. Yes, ile ya Chang'aa. So hata wakiniingiza huko ni kama wamenipeleka nyumbani. Nimezoea. So ukazurudishwa ukiwa abducted mpaka Kirinyaga? Tukapelekwa mpaka Kirinyaga. Tukakaa huko 3 days. Hawakunipeleka kotini, bado sikukuwa najua niko wapi. Na unalala wapi? Sasa nilikuwa nalala kwa cell kwa floor chini. Sasa hapo ndio nikawaomba toilet paper. Kalamu nilikuwa nayo. Kwa hiyo toilet paper ndio nikaandika mimi ni Babu Owino, nimeshikwa sijui penye niko, tafadhali piga hii namba umjulishe bibi yangu. Nikapeana namba ya bibi yangu. Ndio nikaroll hizo toilet paper kidogo kidogo hivi. Niliziandika mingi kama 20. So nikisikia watu wakipita hapo nje ya cell natupa nje kwa dirisha. Na sasa hizo uko MP? Sasa hizo mimi ni MP. Guy. Hii serikali mimi wamenitesa sana, wamenidhulumu sana. Unaona? So hata wakiita watu wakae chini, hawajani apologize hata kitu ya kwanza. Unaona? So unarusha toilet paper na dirisha huko nje. Oh no. Ndio mtu mmoja alichukua, akafungua, akapigia bibi yangu simu. Ndio aliambia bibi yangu penye niko. Sasa hivyo ndio bibi yangu alikuja kunipata kule. Jesus. So after hiyo venye walikuja wakaanza kupiga kelele hapo kwa police station. Tena vijana wa Wanguru tena wanaanza kuattack hawa bibi yangu. Polisi mwenyewe ana-attack bibi yangu. Yani vitu zingine hata ukisikia afadhali uni-attack. Wachana na familia yangu haja kukosea chochote. Wachana nao waishi maisha yao. Wana-attack bibi yangu. Kuna polisi nasikia alivuruga bibi yangu sana. Vijana wa nje pia wakati huo bado walikuwa katika serikali. Wanarusha mawe kwa station, wanarusha familia yangu, wanapiga na mawe. Walikuwa na yellow fever ilikuwa juu.
Imagine. Saizi iko negative ni ya black. Yellow imefade to black. Mimi nilikuwa nikikampeni huko Central. Nikiambia watu, hii bottom up. Pesa itatoka bottom ikienda up. Wacheni na hii bottom up. Hapo wanasikia. Wanasema, "Oh, babu." Sasa, saizi tuko na nyinyi kwa kampu moja, tuko msitu sisi wote. Saizi tuko kwenye msituni, mimi na nyinyi. Uzuri nilitangulia huko, sasa najua njia huku ndani ya msitu, nitawaonyesha hata penye network inapatikana. Tunapanda juu ya miti ndio tunapata network. Ati tuko kwa msitu sisi wote. Sisi sasa tuko msitu. Lakini ulitangulia pale. Nilitangulia, najua njia huku ndani. Yes. Naelewa kabisa, nitawaonyesha, mtapotea huku ndani. Wow. Ndio. So your journey in politics has been crazy. Enjoy hii politics. So after hiyo kupelekwa Supreme Court, wakaweka judges wa 6. Waka make a decision ya kwamba sikuiba kura. Yes. Nilichaguliwa vizuri, inafaa ni serve. Hiyo ni after 2 years. Yes. Na hiyo within 2 years, umejua hiyo psychological pressure. Yeah. Juu kila mjumbe anajua we ushaingia pale. Hapo hata kupata ile loan ya kujenga hata nyumba, kununua nyumba. Hakuna. Mimi sikuwahi pewa. Na grant na whatever. Nilienda tu nikachukua loan ya kulipa mawakili, nikachukua huko loan tena ya 30 million, tena salary yangu yote ilikuwa inaenda huko. Yes. So hata salary siku enjoy. So after hiyo uliona tena few months mambo ya DJ Evolve ikaingia. Kisirani, shetani akaingilia mambo. Kutoka hapo tukaanza kukimbia tena mambo ya BBI. Yes. Kutoka hapo tena nikaingia presidential campaign ya Azimio. Kutoka hapo tena uchaguzi kwangu. Sasa unaona hapo bado hatujapumzika. Tukitoka 2022 kushinda election hivi. Tena ndio hiyo. Baba hajashinda. Tena mtu mwenye anashikwa tumeanza maandamano. Tena mtu mwenye anashikwa ni babu. Tena sahihi, tena unasikia tu nikiongea kidogo hivi wananguruma. Shikilia hapo kwa kuguruma. First nataka kujua relationship yako na baba Raila Amolo Odinga ilianza aje, na saizi mko aje, na maybe 2027 unawania kiti kipi, na of course the challenges and of course kuna positivity na negativity in being an MP. Ndio. Yes. Okama Urajiko, just 1 minute tunarejea. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayoka muigi. Nero speaker ya tena yake ni girio tati ndimuonaga rooftop ine ne musabara na president amala kala na idu aduni sokogoma ginyonao mama na mati kwenda kukua. Walimu walikuwa wanangojea nyongezo ya mshahara, lakini badala ya nyongezo wanapata pesa imechukuliwa. Ithio turakwira utarutani ne hende tuguthondeka mugoma utari wacamania naguo uyu nduri waona tondu riu ni muciari wothe okumira na mwana wothe oimire ithuothe tucamanie bara nginya ucokie githomo haria kiagiriire. Uma weigiririku no shaba. Maseneta guikaniria ciugo iguru rigie ciuria kuri minista wa kigina na miaka ya unyui wa njohi ira igathikitwo ni tuthurite ndereti. Nĩ ceceni yaku ya kĩmerera kameme kayũka mũingĩ ngĩkwamũkĩra metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 7 nĩ ikiuma rũĩ kana arĩmi magĩikara thĩ kũrĩa kandũ nĩ ciũria cia mũthenya na wagethi arĩa mathire igetha makĩinũkia ũmathi njĩtagwo Mwaũra wa Wanjikũ. Nĩ kuma na gĩthagathago gĩikaro-inĩ gĩa kamĩtĩ ya mbunge ya Senate ĩgiĩ bajeti ũmũthĩ thutha wa Senator Richard Onyonka na Tabitha Mutinda gũkanĩrĩra igũrũ rĩgiĩ ciũria kana kĩũria kĩrĩa gĩkũrĩtio minista wa kĩgĩna John Mbadi ũrĩa ũgwĩkinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ĩno. Senator Onyonka nĩ aumũrũrũkire thutha wa kĩũria gĩake kĩgiĩ thirikari gũkomba makĩria kũraraka Senator Tabitha ũrĩa wonekanire gũtetera minista Mbadi. Just hold on. But you cannot just put on record and say a report is irrelevant. No, allow me to present my case. So that we can Madam Tabitha, stop ring-fencing and defending. Honorable John can defend himself. I'm not defending. I'm just trying to allow... Let me say my case. But you just walked in. You should look at the I was here. I went for another committee. Stop stopping me to do my job. This is a problem with us. Okay. Allow me to make my case. Onyonga, order.
Onyoka. You don't have to shite or bang. You've just served the purpose you've come in to do. Okay? No, you've just served the purpose you've come in to do, which is make your political statement. Ndereti ĩgiĩ thirikari kwambĩrĩria mĩaka ya ũnyui wa njohi kuma mĩaka 18 nginyagia mĩaka 21 nĩ ĩtuthũrĩte mawoni kuma kũrĩ mũingĩ oro ũndũ ũmwe na atongoria. Seneta wa Homa Bay Moses Kajwang' arauga mendekithia maya maiya gũtuthũra gĩthagathago kĩgiĩ ikĩro cia mĩaka iria ikoragwo igathĩkĩirwo maũndũ mangĩ ta kũheo license ya gũtwarithia ngari ona kana mũndũ gũkorwo agĩtĩkĩrio gũthurana. We have seen a lot of proposals coming up that will make it very, very difficult for young people to access alcohol and for alcohol to be widely accepted. But Mr. Speaker, let us be fair. Let us be honest. Rĩrĩro ũmwe na atongoria makanitha marenda thirikari yake university handũ ha kũnina thukuru ũyũ. Jimmy wa Muthoni nĩwe wĩ Nyandarua. Nĩrĩtana rĩrutĩtwo kũrĩ thirikari nene ũndũ ũmwe na thirikari ya kaunti ya Nyandarua kũruta kĩgĩna na gwaka university ya mũingĩ taũni-inĩ ya Gafteni handũ ha kũnina thukuru wa secondary wa Salient. Ũngĩnina atĩa gacaũ ũgĩre ng'ombe tondũ kĩrĩa gĩtũmaga kũgĩe na university nĩ gũkorwo kwĩna secondary na koguo no njũrie mũtongoria wa Nyandarua kono ete advisors mũndũ ũtarĩ na self interest tũrore rũciũ kuru igiri muciario ni mbegu cia kuhanda kugura ni ciana iringia kana guthomithia na gutwara mwana secondary ingi wambe utare ni uniform mafuku marabatara makiria 100 muciari akitio 100 na mwana arari cukuru ri hatire kuringana na muthikabu Anthony Galuya wa kanitha wa Kingdom Seekers ugite kuona thukuru uyu ni waheanite mugunda makiria ma miaka 10 mithiru no thirikari ikiremwo ni gwaka university ndagirwo ni gucoka na thutha na kunina thukuru uyu akiuga guthamia mwana thukuru ni ngarama nene harĩ mũciari no nginya kũgĩe na rĩciria rĩngĩ rĩa kuga ĩka iria twahetwo cia university kwĩna mbeca tũrecarĩ nĩ tũnengerwo mbeca oko gũtirĩ na andũ a kũbangari we are ready rũciũ rwitũ hatirĩ na kĩoneki gĩa ciana citũ hatirĩ na rĩkorwo no gũkiri ũguo Badilisha gavana wa Nyandarua ete atongoria arĩa maramenya nĩ atĩa magwĩka tondũ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ niĩ ndirakĩrĩ kuo ndarĩ nja wa bũrũri orĩtie atongoria kaunti-inĩ no ya Nyandarua kweheria ũteti gĩthomo-inĩ na wĩyendi wao kũrĩa ohorĩtie thirikari nene kurora githomo kiria gikoragwo githomwo gitari kia marihi twambiri guteta tukiuga no Nyandarua gutari university turoire milioni 50 turathi guthondeka polytechnic kana kuhaka rangi na university ino ni mwahetwo mugunda riu ri hekio neki twari nakio kia Mwai Kibaki gia githomo gia tu ni no thaithe thirikari reho na andu aria marariria president mamutaririe tu mamwire ni tutige kuhunithia kioneki giki tondu mathomo matu mathira aciari aria twinao ti aria aciari tene muciari wa tene ari na ikaithano ni angerekire mugunda kuguo mundu ucio ndari mugunda angendia ndari ngũkũ angendia ta Nyandarua tutire kiganda kia waru kuguo na wari mawaru ri no nginya umenye uri guciambatia Nairobi wari muri guciendia Nairobi ukuria nawe na ng'ombe na ciana ciaku nikiona nginya ng'ombe cia Nyandarua ingiona mũkũrino ni kũra ciũraga cieciragia ciareherwo mũkimo kana ngima na iria gũkũ nĩ kaunti ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Jimmy wa Muthoni. Na tukiuma kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ atĩ kamĩtĩ ya kũhĩtana na ungumania EACC nĩ ĩreganĩte na uge wa atĩ thirikari nĩ ĩrahũthĩra kamĩtĩ ĩno kũguthũra atongoria a mũng'ethanĩro arĩa mararegana na thirikari. John Rolkoloi ũrĩa nĩ obitha mũnene rũhonge-inĩ rwa kũrũnga mĩtugo kamĩtĩ-inĩ ya EACC arauga kamĩtĩ ĩyo ĩraruta wĩra wayo ĩrĩ na wũigĩrĩrĩki ĩkĩrũmĩrĩra gatiba ya bũrũri na hamwe na ũguo akauga maruta wĩra wao wa gũikia ngono mũkũĩrwo wa ungumania mamũtwaraga kũrĩ rũhonge rwa igoti narĩo igoti rĩgakorwo rĩgĩtuithania kana nĩ egũkorwo agĩikio ngono kana nĩ egũkorwo agĩtuĩrwo ona kana nĩ kũrekererio. There is no provision that talks about politics. It just talks about an offense. For example, it would say if you willfully fail to follow procurement regulations or if you fraudulently acquire public property. And you see, these complaints are also coming from the citizens. So it's our duty. That is what we have been constituted to do.
Na horia wari gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waitito rĩu no ahũmũke thutha wa kũrekererio nĩ igoti inene na bodi ya ciringi mirioni 53. Waitito ũrĩa ũkundĩkĩtwo kĩoho kĩa mĩaka 12 njera thutha wa gũkorwo anyitĩkanĩte na mahĩtia ma gũkorwo aungumĩtie ciringi mirioni 800 kana ciringi mirioni 588 gũkorwo kana araikarĩte njera kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩeri 5. Na ũcio nĩ mũthia wa mohoro ma thaa 7. Mohoro mangĩ nĩ megũkorwo magĩgũkinyĩra wona ciahanda thaa 8. Njĩtagwo Mwaũra wa Wanjikũ. Ũma, wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme Kayũ ka Mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Thank you so much. Goko nĩ gwa Kameme Kayũ ka Mũingĩ. Good afternoon. Tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka twĩ na njorua ya kothi part 2. Mheshimiwa Babu Owino. Tũgagũcokeria ngatho we ũratũthikĩrĩrio na we ũratwĩrorera kũrĩa live mĩtambo-inĩ itũ ya Facebook. Tũgagũcokeria ngatho mũno makĩria ngĩrĩha biru 134 nĩ tũgũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria rũgano rũu ikĩhanda wega thaa 8. Ciandĩte wega thaa 7 na ndagĩka 12 nĩ ndĩrenda gũkwĩra mathaa maya nĩ magũikia kanyamũ kanua. Wathiĩ handũ kabucĩrĩ-inĩ harĩa ũrĩaga ta harĩa tũthia hetagwo Stero harĩa ha mũtumia wa Steve. Ukaria kanyama choma, kachoma sufuria harĩa ha Maina KK. Ni Maina KK. Choma sufuria harĩa Maroroi. Harĩa hothe ũthiaga bucĩrĩ-inĩ kana nĩ kũrĩa mĩharatĩ biashara. O kanyama kau nĩ getha gathonge biũ. Tũkauga ngima nĩ ya Spencer. Wenda kũgũra mũtu mwega na mũtu mũtheru na mũtu premium tawe. Tũrakwĩra ũkagũra mũtu wa Spencer duka-inĩ o yothe kana distributors hakuhĩ nawe. Waingĩra kũrĩa agathamaki harĩa Hagon, ngima nĩ ya Spencer. Waingĩra harĩa Salvido karĩa gakũkũ ngũkũ ya hau nĩ A1 Spencer. Waingĩra ndabe ũrĩa matumbo ta marĩa ndararĩire hwaĩ Spencer ngima. Maũndũ magakorwo me good. Rĩrĩa ũkwenda kũrĩa kanyamũ ĩtĩkĩra kũrĩa ngima ya mũtu wa Spencer. Jukwaa limeshika moto na pressure inazidi kupanda kwenye Next Superstar. Wawaniaji 10 bora wanajituma ipasavyo. Lipia subscription yako kwa miezi 2 tukupe free upgrade ya bouquet ya juu kwa siku 60. Vocals za ajab, performances murwa na ushindani wa kumtafuta superstar tajika wa Afrika. Kila performance inaweza kuibua mshindi au kumtoa kwenye ushindani. Ni nani atapanda, ni nani atashuka na nani ataibuka mshindi. Yote kwenye Rainbow TV Plus. Piga star 858# kutumia self service ama utupigie kupitia 0730710077. Star Times, furahia maisha kidijitali. Gũkũ Zitech University tũkũheaga mathomo ma gĩkĩro kĩa igũrũ gũkũhotithia kwĩgĩra mĩeke ya mawĩra matukũ-inĩ tũrĩ ona matukũ-inĩ megũka. Tũrĩ na kothi cirĩ na mĩeke mĩingĩ ya mawĩra, kothi ta nursing, law, data science, computer science, software engineering, IT, media, engineering, education, business na hospitality. Wĩyandĩkithie intake-inĩ ya September na wĩgĩre kanya ga gũtuĩka mũrutwo wĩhotanĩire. Ũhũthĩre irathi cia gĩkĩro kĩa igũrũ na oho ũbundithio nĩ ataaramu ngũthi arĩa megũtigĩrĩra atĩ nĩ wahumbwo thũmbĩ. No tũkinyĩre kũhetũkĩra namba 0719 034 500. Zitech University, inventing the future. Tũmona nĩkĩ wethikĩra ũũ? Waciũrika ndirakĩmenya ng'ombe ici ciakwa nĩkĩ ciĩkĩte. Citiraruta iria ona kĩ. Atĩrĩrĩ ngũrie, ũciheaga cumbĩ ũrĩkũ? Tareke nyone. Haha nĩho thĩna waku ũrĩ. Rĩu one cumbĩ ũrĩkũ we nawe? Waga kũgũra cumbĩ wa Vito maziwa nĩkĩ? Na nĩguo ũteithagia ng'ombe cikongerera iria, cigetia nduma na ihenya, cigetiria mĩrimũ, ĩyo ikanyoroka. Ti mbeca kwaga ngagũraga o macumbĩ marĩa ndakorerera. Reke ngwĩre, niĩ kuma ndamenya thiri ya cumbĩ wa Vito, ndaugire ndigate mbeca ciakwa rĩngĩ ngĩgũra macumbĩ matarĩ na kũrĩa marĩ. Tũmĩra cumbĩ wa Vito Animal Health ũgacĩrithie ũrĩmi wa ng'ombe ciaku cia iria. Cumbĩ wa Vito wonekaga nduka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe. Ũhoro makĩria ingĩra rũrenda-inĩ www.vito.co.ke kana ũhũre 0791 610 000. Kameme kumukero ndeto mikorono yo memerekia kameme nagetaka kyawe gai kameme kameme mikayo kambuinge. Thank
you so much. Goko nĩ gwa kameme kayo ka mũingĩ tũracokererie na njorua itũ ya kothi ndĩrenda gũtigĩrĩra nĩ ndarĩ habiru ciothe nĩgetha twanjĩrĩria hatirĩ handũ ndĩrĩ gũtunyũkithia mũnyonyi nĩgetha ũnyite na ũnyite wega. Tarĩki 3 August, Bishop Michael Wanderi wa kanitha wa CFF Kiambu Town nĩarakũnyita ũgeni thĩinĩ wa service nene mũno ya kũmomora kĩgongona kĩrĩa kĩgiragĩrĩria tũkenerere tuone na tũrĩe magetha maitũ. Nĩ tũgakũma maroho marĩa magiragĩrĩria tũkinyĩrĩre ihinda rĩa magetha, roho wa wanangi na gũthũkangia irio cia mĩgũnda itũ. Oho nĩ tũgathaitha Ngai tũteithũre kuma ũkombo-inĩ wa mawĩra matarĩ na umithio. Nĩ Sunday no tarĩki 3 mweri wa August kwanjĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ. Naguo Monday tarĩki 4 August tũnyitanĩre thĩinĩ wa service ya Healing and Deliverance kwanjĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ kanitha-inĩ wa CFF Kiambu Town kũng'ethera posta thutha wa KK Towers thĩinĩ wa hema nene. Inyuothe mũrĩ anyite ũgeni. Kameme Weekender nĩ thaa 7 na ndagĩka 16 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Sawa Petroleum Jelly. Tũmĩra Sawa Petroleum Jelly nĩ ũndũ wa kũmenyerera ngothi yaku, tondũ ngothi yaku nĩ ya bata na nĩ ya goro. Kenera Sawa Petroleum Jelly tondũ nĩ manyoroku wega na nĩ mathakaragia ngothi na njĩra ya mwanya ũkariganĩrwo nĩ kũhunyũka. Na rĩu Sawa Petroleum Jelly mena thogora mũbacĩrĩre makĩria. Gũra Sawa Petroleum Jelly ũmũthĩ kuma nduka-inĩ o yothe hakuhĩ nawe. Sawa Petroleum Jelly inanyunyiza kama hakuna nyingine. Right, very good. Tuthiĩte wega na nĩ njũĩ nĩ wetereire mũno tũkĩrĩkĩrĩrie rũgano rũrũ. Onawe ũkorwo ũkĩmenya babu no. Tuiguaga babu. MAUD gũkũria biacara itũ. Na rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩakwa gũtwarithia na mbere kĩoneki kĩu. Hĩndĩ ĩrĩa mũtũrĩre ũgũcenjia nĩ ndĩ mũruno waku ũtandiga ũroria kwa ya UD ĩthondekeirwo barabara cia East Africa ĩrĩ hinya na ningĩ nĩ ya kwĩhokeka. Thabarĩ-inĩ o yothe nĩ ĩbataraga mũruno wa mana wa hakuhĩ na nĩkĩo thurĩte UD ngari ya kwĩhokeka mahinda marĩ mothe. Njogu ĩrĩa ya tene nĩ ĩcokete rĩngĩ. Kwa ũhoro makĩria cera nduka o yothe ya wendia wa ngari ya Isuzu guothe bũrũri-inĩ wambatĩrie biacara yaku. UD Truck, tegemeo thabiti kwa kila mwana biashara. Ũngĩenda gũthoma gĩthomo kĩega kĩa university, ũhumbwo thombe gũgũteithia kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ, kũndũ ti kũngĩ nĩ Zitech University. Zitech University nĩ maragwĩtĩra September intake. Nĩ marathomithia kothi ta nursing, law, data science, computer science, software engineering, IT, media, education, business na hospitality. Kũmenya maingĩ, ũrĩa ũngĩthomera Zitech University ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayuka Mũingĩ. Ukiendia nguku kana ukiendia nguo, ukiendia mboga kana ugikuana, ukiendia turinda kana ukiramana. Biashara nĩ mĩthemba mĩingĩ na mabataro macio nĩ matiganĩte. M-Pesa Business Credit ĩrakũhe ta ASI Pochi Loan. Wĩgĩre mweke ũyũ wa gũkũria biashara yaku na njĩra hũthũ na ya naihenya kũhĩtũkĩra ta ASI Pochi Loan ĩrĩ thĩinĩ wa app ya M-Pesa kana no ũhihinye *334#. O ũrĩa ũrahũthĩra Pochi maita maingĩ noguo ũrekũria makĩria. M-Pesa nĩ thaa 7 na ndagĩka 18 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Mataha Festival. Mataha Festival Samedo agakũihũrĩra mataha ma njahi, Waithaka wa Jeni mataha ma njogu, John Njagi mataha ma gĩtheri, Joyce wa mama mataha ma miji, Kariuki wa Kiarutara mataha ma njogu nake DJ Dibul atukanie mix ya mataha macio mothe na thutha mutheri. Nĩ rwĩmbo na mwago ũrĩa ũgakorwo Juja Fairland Grounds juma mothe mweri 9 wa kanana kuma thaa 8. Gũra tigiti waku kũhĩtũkĩra *672*555#. Kayuka Mũingĩ nĩ Kameme FM, Nĩkola itũ nĩ Kameme FM, mwena wa Nyeri na mwena wa Meru, Kameme FM, Kameme FM. Right, thank you so much. Goko nĩ gwa Kameme Kayuka Mũingĩ tuthiĩte wega ciandĩte wega thaa 7 na ndagĩka 19 na niĩ njĩtagwo Baby Top. Yes, na nĩgetwo Chef Gathemba the team. Kai magĩũka na mũtu mũtheri. Eni, nĩgetha mũciĩ waku ũkorwo na ũikare ũrĩ nice. Thiri nĩ mũtu wa Nice Extra Premium. Ona matingĩakĩrehe kamũcere. Naguo twĩnaguo wa
Sori kuma Nice Rice Millers Mwea. We mugori wakinya nduka etia mutu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mutu wa Nice Extra Premium nebeaga na ibenya iri shama na nekuheaga nutrients na cio sabati cia Nice Extra ngano citiomaga ona singirara ne hotho na ciesama mutu tiongi ni Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Ji nice na Nice Extra Premium. We muruto uriketie KCSE na nireda course ya origitani. Nairobi Women's Hospital College ni international college na ni maragwetera courses itiganite ta nursing, medical laboratory, trauma medicine, medical engineering, caregiving, perioperative theater technology, health records and IT, nutrition and dietetics, community health na counseling psychology. We adikithie diploma na certificate courses umuthi. Tohorere thimo 0708287474. Kana wikire rurenda-ini rwitu nirwo nwh.co.ke/college niguo wiyandikithie. The Nairobi Women's Hospital College, training tomorrow's healthcare heroes. Nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 21 Mathao kimenyithio ni fegi ya KCB. KCB rĩu nĩ mokĩte na 105% mortgage financing. KCB marakuhe ngombo yo irarugamirira muciĩ waku wothe, wacoka ukaheo 5% extra ni undu wa kurugamirira maundu ta stamp duty, legal fees, valuation o hamwe na insurance. Oho waheo ngombo ni KCB ni urakenera fixed interest rate ya 9% na wacoka ukaheo miaka 25 ya ukorwo ukiriha o kahora kahora. Kumenya makiria na ku apply wikinye ruhonge rwa KCB hakuhi nawe kana wandike kiugo mortgage utume kuri 22522 kana uhure 0711087000. KCB, for people, for better. Thank you. Done and done until 2 p.m. Twina ndagika njega muno cia gututwara wega tukiaraniria na muheshimiwa wito muheshimiwa Babu Owino na nidakimenyire riria ringi akihetwo ritagwo Paulo. Very well. Muheshimiwa tumerejea. Ndio. Na sasa tutapiga mpaka saa 8. Okay. Ndio tuweze kulipa stima, maji kama hiyo unaona ni ya chupa. Chai tukishuka na maodo matiganete. Karibu sana. Ndio. Kuna pale ambapo nilikuwa nimekata. Ndio. Ati it's not a walk in the park. Yes. Ukiwa mheshimiwa. Yes. Expectations zako zilikuwa very high. Ni happy. Lakini ulipoingia pale bunge shida ikaanza. Ndio. Shida zilikuwa mostly personal. Yes. Shida za wananchi hizo ndio ilifanya mimi niwanie kiti. Yes. Kwa hivyo shida za wananchi uko sawa nazo. Mimi mwenyewe niko sawa nazo. Yes. Kwa sababu mimi ndio inafaa nipeane suluhisho. So kwa mashida zote za wananchi, yes, mimi mwenyewe kama Babu nilikuwa najaribu juu chini. Hata huo wakati ambao tulikuwa na shida bado mimi mwenyewe nilikuwa nahakikisha kwamba nafanyia wananchi wa Embakasi Mashariki kazi. Ndiposa nilikuwa ninakuwa ranked the best member of parliament, yes, in Nairobi. Yeah, congratulations. Hata hiyo wakati nilipokuwa na shida from 2017 to 2022, yes, mimi ndio nilikuwa ranked the best member of parliament, nice, every year for the 5 years. Sahizi mimi ndio nakuwa ranked the best member of parliament, yes, in Kenya. For the past 2 years. Wow. Mimi ndio nimekuwa ranked. Congratulations. Ndio. So inamaanisha kwamba shida wananchi ni shida zangu. Yes. Na wakiwa na shida ni kama shida zangu. Yes. Juu najua chenye wanapitia, nishayapitia mimi kimaisha, ninawaelewa vizuri sana. Nikiwaona naelewa shida zao. Ndio. Ni what have you done to be the best? Kazi tumefanya. Or ranked the best? Pale Embakasi Mashariki, ukipigia mtu yeyote sahi ama akipiga simu sahi, atakwambia Babu amefanya kazi. Tukiona kila shule tumenunulia basi, imebaki shule 2-3 peke yake na basi zao zinakuja by the way before the end of this year watakuwa wamepata basi. So shule zote Embakasi Mashariki zitakuwa na basi. Nimekuwa nikipeana
25,000 bursary forms and Yes. bursary checks kwa wananchi wa Embakasi Mashariki. Nimejenga mashule pale. Hata sahi kuna shule yenye inaendelea hapo inaitwa Tasia Primary School inajengwa. Pale Utawala nataka nijenge primary school. Natafuta shamba. Umejua shida ya shamba Nairobi. Yes, unapata shamba moja watu wa 10 wako nayo. Lakini tunataka kutatua ni wajenge pale shule pale Fagilia, pale Utawala. Nimeshajenga Donholm Secondary School. Nimeongeza madarasa katika Embakasi Mashariki. Totaling to around 90 classrooms yenye nimeongeza total yote. Na kuna ujenzi yenye zinaendeleza ma laboratories. Hata police station nilijenga ofisi ya DCI. Na niliwaambia kwa hiyo police station wakishika watu hizi mambo ya drunk and disorderly, wahakikisha kwamba kama mtu hawezi enda kwao awapatie mattress na blanket nilishanunua huko. Walale kila kisha asubuhi. Kila mfungwa apewe shilingi 200 aende nayo nyumbani. Watoe Land Cruiser wapeleke nyumbani kwao. Kwa sababu hiyo tu ni drunk and disorderly. So kama mtu hawezi fika kwao kwa sababu ya usalama isiyo poa, at least wahudumiwe. Tena pale Embakasi nimejenga mabarabara. Naona kuna mtu anasema shooters. Barabara mmoja tu ya shooters inaanza in less than 1 month. Nishamaliza, tushafanya procurement. Barabara hii inaanza. Barabara zenye zinaanza ni hiyo shooters ya Tukayole inaanza within a month's time. Tena barabara yenye inaanza ni Feather Road. Inaenda kufanywa yote. Hiyo inaenda kufanywa. Barabara tena inaenda kuanza 84 roads. Hata juzi nimemaliza tu moja hii ya kutoka Nyayo Gate D to police station Embakasi. Na unatoa wapi hizi project juu unajua wabunge wengi hasa kwa mlima wanasema when they anti-government ati they are not funded, hawafanyi kazi. Na wewe umekuwa anti-government. Serikali haita fund. Serikali haita fund kama unawapiga. Lazima uwe mjanja. Lazima uwe mjanja, lazima uwe na aerial iliyo juu, lazima uwe na connections. Mimi mwenyewe kila mara unaona natoka hapa Kenya nikitoka nikienda kuona marafiki wangu nje. Lazima nitafute development kwa watu wangu. Serikali naye wakikumark hawatakupatia vitu. Watakuwa na kuletea shida. Hata barabara ya Donholm phase 5 inaanza in less than 2-3 weeks. Tena inaanza itawekwa lami. Tena tumepiga ile ya Tasia. Tumeweka total of 84 roads. Juzi tumeongeza 2, zilikuwa 82, tumeongeza 2 tena. Hiyo ni 84. So barabara tumejenga. Tumeweka 28 boreholes zenye zina provide maji kwa watu wetu pale Embakasi. Hizi water tanks tumepeana hata mavijana kwa mambo ya ajira. Tumepeana mavijana hizi car wash machines. Tumefungulia mavijana hii kuuza materials kama za ujenzi kama sand, kuuza hizi mawe hapa na pale. Tunajaribu juu chini. Kazi tunaomba pale katika different kampuni ambazo ziko Embakasi Mashariki. Tumeomba kazi airport, saa zingine tunapewa 5, 2 hata 1. Bora tupatie mtu wa Embakasi Mashariki. Coca-Cola pale wanatupatianga kazi. Containers pale wanatupatianga kazi. Tunapeana kazi. So kazi inapeanwa. So mimi nataka pata KEMSA. Saa hii wametupatia kazi. Juzi venye jamaa mwingine alikuwa hapo. Huyo jamaa alikuwa analeta shida hapo sana. Hataki hata watu wa Embakasi East waajiriwe, watu wa Nairobi. Ni jamaa ovyo sana. But ni sawa sawa. Sasa wako. So saa hizi watu wanapewa kazi hapo. Mambo inaendelea sawa kabisa. So tunajaribu mambo ya table banking nilifungulia wamama. Na wamama the highest amount sahi ni kama 4 million kwa group moja ya table banking Embakasi Mashariki. Wengine wako na 1 million, wengine 2 million, wengine 200,000, wengine 50,000. Wanajikopesha pesa pale. Nimeregister sako ya Embakasi East, tutailaunch hivi karibuni. Hiyo sako wamama wa Embakasi East, vijana wa Embakasi East, wazee wa Embakasi East watakuwa wakienda kuchukua loan kwa hiyo sako ya Embakasi East. Wachukue loan, wafanye biashara, kisha warudishe pesa ili mwenzake pia apate nafasi ya kupewa hiyo loan. Hiyo tumefanya pale Embakasi Mashariki. Naona pia wakiandika manataka maji safi. Kuna mahali maybe hakuna maji safi. Na maji ni shida ya Nairobi. Na Nairobi nzima ina shida ya maji. That's why niliamua niweke hizo 28 boreholes. Ziko. Na pia high mast lights, security lights. Tumeweka Embakasi. Hivi karibuni tena
4 tena zinaenda kuwekwa tena Embakasi East. Katika kila ward kuna mali strategic zitawekwa. So mambo ya maji ni shida kubwa Nairobi. Na shida ya Nairobi ya maji ni hivi. Tunaambiwa ya kwamba Nairobians tuko around 5 million. 5 million Nairobians inafaa wanatumia 3 million liters. 300 million liters of maji kila siku. Maji yenye tunapata Ndakaini Dam, yenye tunatoa Spring Valley huko damu huko Kikuyu, maji yenye natoka in Northern Tunnel ni 546 million liters. So shida ni maji inakuja mingi, mbona inafika ikiwa kidogo? Shida ni haya sasa. Na hiyo ndio unaona sasa gavana amelala kwenye kazi. Utapata number 1 zile pipes ambazo ziliwekwa tangu ukoloni, ndizo zinabeba hizo maji. pipes zimerust. Ndio zinabeba maji, zingine zimetoboka. So tuko na wastage ya maji kwa hizo pipes. Leakages. Ya pili, kwa hizo leakages inakuwa contaminated na sewage. Tena hiyo maji huwezi tumia. Ya tatu, kuna cartels ambazo governor anaweza maliza kwa siku moja. Na governor hawezi maliza kwa sababu amejoin nao cartels. Cartels wanafunga maji ili wapate nafasi ya kuuzia wananchi maji. Huwezi sema capital city Nairobi haina maji. How? Unaweza jibu hiyo swali aje? Sasa hiyo shida ya maji ni shida yenye imekumba kila mwana Nairobi, yenye inataka good leadership ya kumaliza hii shida ya maji. Ukienda restaurants hata hapa town, restaurants kila mahali, shida ni maji. So hiyo shida ya maji inaweza malizwa kwa haraka. So hizo ni mambo ambazo yenye tumefanya pale Embakasi Mashariki. Hiyo ndio inafanya wana Embakasi wanaturank kama the best member of parliament in Kenya, na nataka niwashukuru sana. Ndio. Wanasema utembee Choka Road si pazuri. Choka Road niliwatengenezea hiyo barabara inaitwa nitaikumbuka. Ukiwa juu ya Choka, Hurlingham Road, hiyo yote limepigwa lami. Ukienda pale Boniflower, hata hiyo barabara ya Choka kutoka Choka mpaka Maua Primary School nilishaweka lami. Huyu ni kama amekaa bila kutembea huko. So utapata 1-2 yenye bado sijamaliza, but bado nitazimaliza. But Choka nimeweka lami hapo sana, mpaka yenye ilikuwa chini huko karibu na hiyo police station iko hapo chini. Kibiku mawe mbili, kuna lami hizo. Kuna hata lami tulitoa mpaka hii shule inaitwa Dolphin. Hiyo lami iko hapo yote. So tumejaribu, kazi yangu naye tumejaribu. Very good. Zile ambazo hatujafanya niwie radhi, bado tutazifanya. Very good. You still have time. Kuna 2 years nadhani. Relationship yako na Rao mlitoanaje na mmefikishana wapi? Ndio tena tutaingia kwa marriage. Bado hatujaingia kwa marriage. Tumeanzia na career, after career tuingie marriage. Tutacross na marriage. Ni sawa. Sasa mambo ya baba. Baba ni baba. Mimi mwenyewe nimekuwa na baba. From university nilikuwa na msupport. Nimemsupport wakati wa Kibaki nilikuwa student leader 2011-2012. Nilikuwa student leader. Hiyo wakati wote nimesupport baba. Nimemsupport mpaka 2022. Mimi mwenyewe nilikuwa kwenye presidential campaign. So ulianzia na yeye 2011? Wow. 2010 nikitaka kiti. Enyewe huko Mkoroyo. Nimekuwa loyal kwa mzee na kwetu mlima tutasoma leo. Na sisi kwa kimila yetu lazima tuheshimu wale ambao wako mbele yetu kiumri. Hata yule ambaye ako mbele yako na mwezi moja ama mwaka moja lazima umheshimu. Na hata wale ambao wako chini yako kiumri pia lazima uwaheshimu. So mimi nimelelewa kuheshimu wale watu ambao wako mbele yangu. Baba amekuwa kiongozi wangu wa ODM na ninamheshimu kama kiongozi wangu wa ODM. So heshima yangu iko. Na unaweza pata hata kwa familia kunakuwa na shida. Utapata saa kidogo baba anapigana na mtoto mwingine, mama pia sikizani na mtoto mwingine, ama watoto pia wanagwaruzana hapa na pale. So hiyo ni kitu ambayo inaweza kuwa kwenye familia.
It's normal. Hata sisi kwetu. Kitu normal. Kitu yenye sio normal ni kwenda kuchukua mtoto wa jirani umsupport na unawacha wako kwanza. Na huyu wako pia alikuwa akienda kuwinda kuleta chakula nyumbani. Yes, but baba naye bado nitamheshimu tu. Wow. Mimi heshima nitampatia heshima kwa sababu maneno ya siasa inakuja inaisha. Yes. So relationship yako kwa saizi iko aje na baba? Mnaongea? Ama umekuwa mtoto mtukutu? Siwezi ingilia kidogo sana. Kidogo nasikia babu sifuna babu. Siwezi kuwa watoto libero. Siwezi kuwa ninakuwa tu mtukutu wakati chakula iko kwa nyumba. Lakini wakati wa kuitafuta hiyo saa hizo sisi si watukutu. Saa zile tunalala cell. Wewe si mtukutu. Saa zile unaenda maandamano, wewe si mtukutu. Saa zile uko kotini, wewe si mtukutu. Sasa hatuwezi kuwa ati sisi tu ni watukutu sahi. Si ni kweli? Saidi hakuna maandamano. Mwanake murumo no. Ukikidnapiwa wewe si mtukutu. Ndio. Abduction si mtukutu. Ndio. Koti kesi 5 causing disturbance, lakini disturbance ilikuwa vizuri. TB mtiarara wewe si mtukutu. Ndio. Saizi umekuwa mtukutu. Jamani. So mimi umejua ODM inamaanisha Orange Democratic Movement. Hiyo D inasema democratic. Democracy. Kila mtu ana demokrasia ya kusema yale yote iko kwa roho yake na kwa akili yake. So mimi pia niko na demokrasia yangu ya kuongea na mimi pia nilichaguliwa kama kiongozi. Na venye nilichaguliwa kama kiongozi nilichaguliwa ili ni represent watu wangu. Kwa hivyo nikiona kitu ambaye inafanyika yenye haifai iwe haifai lazima niseme. Hiyo ndio uongozi. Na D in ODM is democratic. Si ni kweli? So niko na demokrasia yangu ya kuongea. Na hata baba mwenyewe alisema juzi that mtu akiongea kwenye ODM ni demokrasia yake. Oh yes. So tumekubaliwa. Ndiyo. Democracy. So ni nini hasa mnaguzana? Ni what are you not agreeing? Because we disagree to agree or we agree to disagree. Mambo ni mengi kwa siasa. Singetaka niweke mambo ya baba hapa, nimpatie tu heshima yake. Singetaka niweke waziwazi kwa Kenya wote waisikie. Si mzuri kuongelesha mtu ambaye ni mzima hivyo in public. Tunaweza ongea in private. Unaweza sengenya babako kama watoto wa nyumba. Tunasengenyanga Roger ni babangu kama watoto wa nyumba unaweza sengenya mtoto lakini huwezi enda sengenya baba lakini lakini huwezi enda in public kwanza kushout. Wow. Ndo ya bodo ni heshima. Witu tutiri twegathia. Turaneka wa munyoro na uhuru na rege. Zio ni dona twegathia muno. Ndio turamata ya gora kere. All right. So unawania kiti ni kipi ama chipi? Kamushene kale gwenda ne kahorokera. Heka mkuna kamushene nilikuwa nataka sasa venye umekakata. Ndio. Ni kipi kikusikiti chacho? Sasa Kiswahili kanitishia kidogo. You're still the MP. Ndiyo. Lakini kuna fununu tunasikia wataka kuwania kiti cha ugavana. Ndio. Acha nikwambie baby top. Yes. Ndavie. Hii Nairobi. Ili umaintain kuwa top. Lazima services ziwe top. Yes. 100%. Hii Nairobi kuna shida mingi sana. Kuna shida ya mabarabara. Kuna shida ya drainage. Na kukinyesha kwa dakika 30 peke yake. Floods. Kuna kuwa na ziwa la Nairobi. Kuna floods kila mahali. Ukienda CBD floods, ukienda kwenye estates floods. Na hizo floods zinachukua hata maisha ya watu. Zinaua watu. Yes. Ukienda floods huko kwenye estates, unapata kwa nyumba ya mtu. Maji inabeba mpaka books na uniforms za watoto wetu. True. Kuna shida sana, mabiashara zinainuliwa, zinabebwa. Sasa unapata kuna shida sana juu ya poor drainages. Na kuna budget yenye inafaa ifanye drainages na inafaa ijenge barabara. Lakini gavana maziwa lala. Tena Nairobi ukiangalia mambo ya garbage. Kuna takataka kila mahali.
Governor hata yeye mwenyewe anajua kuna takataka, mpaka anatoa zingine anaenda kumwaga Stima Plaza. Yes. Anajua penye anazipata. Anatoa anaenda kumwaga huko. Ndiposa nilisema alienda kumwaga akili yake wapi? Pale Stima Plaza, which was very hata hapa unfortunate. KPLC town. Yes. Si alienda kumwaga raw sewage. Alienda kumwaga sewage KPLC. The same time alienda kumwaga Stima Plaza takataka. Yeah. So takataka ni kitu ambayo inaweza isha Nairobi within 1 month to 2 months. Yes. Unasema ati cartels. Cartel kitu gani? Umechaguliwa na wananchi wa Kenya. Na saa hiyo we ni gavana na uko na wananchi na uko na power. Cartel ni nani kukushinda? Yes. Si wewe ndio unaweza maliza cartel in 30 minutes. Yes. In 30 minutes ukisema hao waishe. 1 month Maji takataka itakuwa haifai takataka kwa sababu ikue. takataka ikiwa Yeah. mambo ya kipindupindu. Yes. Mambo ya shida. Yeah. Kama city pekee iwezi safishwa. Yes. Ni nini unataka kama gavana wa Nairobi? Na ile takataka yote ukipeleka pale Dandora. Yeah. Pale ujenge factory Yeah. ambayo itatransform, itabadilisha hii takataka itumiwe kama fuel. Yes. Kuboil hizo boilers, kuheat hiyo maji, itoe hiyo vapor. Yeah. Hiyo vapor iturn turbines. Hiyo turbine itoe stima. Yeah. Utakuwa na umeme Nairobi, na Nairobi itakuwa 24 hour economy. Ni kama Kwa pia hivyo hapo kwa hiyo inataka masomo. yes, itapeana ajira. Yeah. Takataka itapeana ajira. Na uliona vice chancellor wake alikuja jana Nairobi kutoka Uganda. Museveni hapo ndio alitoa degree yake kwa cyber cafe yake huko. Sasa Vice Chancellor alikuwa vice chancellor wake aliingia jana. Sasa hii takataka gai wako unaweza itumia vizuri. Yes. Kupeana ajira. Watu ambao watafanya kazi kwa hiyo factory watapata kazi. Na hiyo takataka tena itakupeana stima. Yes. Hiyo stima ita-enable watu wafanye biashara. Yeah. Na watu watafungua factories mingi kwa sababu stima itakuwa cheap. Itakuwa inapatia Kenya Power competition. Yes. Si ni ukweli? Alafu tena hii Nairobi permit ya kufanya business permit iko juu sana. Watu hawezi fanya biashara kwa sababu permit imewekwa juu. Tax imewekwa juu. Hiyo ya permit unalipa iliyo juu. Hakuna environment nzuri ya kufanya biashara. Ile barua. Hawkers hapa town. Kila siku hawkers, mama amebeba mtoto kwa mgongo. Yani hata kama unawaondoa wapatie heshima yao. Usiondoe mtu kama Gasia, kama hiyo takataka. Patia mtu heshima. Kila mtu ni binadamu. Hizi positions zenye tuko ni temporary, zinakuja zinaisha. Lakini binadamu anabaki pale pale. Nilikuwa nasikia mama mwingine akisema hizo dustbin nyumeleta town zilinipata hapa. So tuna value dustbin kushinda hata binadamu. True. Tuna value yani vitu zingine za ovyo. Unachukua hawkers unapeleka Backstreet. Backstreet kuna majambazi huko hata hujamaliza. Kuna shida huko. Ona watu wa matatu. So tukitoa hata maneno ya hawkers, mbona usiwapatie heshima? Huwezi wapeleka huko Kangundo. Kangundo atapata biashara wapi? Utapata biashara wapi? Hii town hii Nairobi, ukiamua uweke electric train juu, na hii electric train ichukue watu, hata kama ni Jogoo Road uweke mahali yenye itachukua watu kuingiza town. Matatu usitoe kwenye biashara. Matatu watoe watu kwenye mitaa wafikishe hapo. Wakazi wote, kama ni Thika Road, kama ni Thika Road, kama ni Mombasa Road, kama umeweka 2-3 lines za electric train ambayo gari la moshi ile electric inakimbia haraka ita drop watu town. Alafu inakudrop tena along the way. Matatu inakuchukua bila kureduce maneno ya fare, inakupeleka kwenye mitaa. Ukifanya hivyo, si hata hawkers wataenda penye watu wako, watapata biashara yao. Ukiwajengea masoko, jenga soko penye watu wanaweza enda. Usijenge soko kwenye kama mnyama. Hata we mwenyewe huwezi enda huko. Hata mnyama hakuna mwenye anaweza enda huko kukuwa na hao hawkers. So hiyo ndio inakuwa ni shida. Ukiangalia watu wa taxi hapa town kuna madharau kubwa sana. Wamewekewa parking ikiwa juu. Watu wa Uber, Bolt, parking iko juu. Mtu amekopesha pesa, amechukua gari na loan, ama amepewa gari skodi, kila siku lazima apeleke pesa fulani. Kisha huyu mtu unamwekea pesa iliyo juu. Hata profit yake ina day imeshinda pesa parking. Alafu unamwangaisha kila siku, unamshika kila siku. Unaharibu biashara ya Nairobi. Na Nairobi inafaa iwe ni kitu yenye iko juu. Ukiangalia maneno ya matatu, hata parking wamenyang'anywa.
kuna shida hapo town. Penye wanapark wanatupwa mara hatuja approve hii, hatujafanya hii. Watu watritiwe na heshima kabisa. Alafu tena town governor mwenyewe anatuma goons. Ana loot. Goons wana loot mabiashara za watu. Na ulisikia hata goon mwenye alikuwa anatuangwa na the public. Yeye mwenyewe akiulizwa ulitumwa na nani, akasema ametumwa na Governor Sakaja. Mwingine tena alisema alikuwa anapewa pesa wapeleke mwili wapi? Wapeleke mwili City Mortuary na Sakaja. So ulisikia hizo video watu walikuwa naongea. In fact chief officer wa Sakaja mwenyewe alikuwa anauliza huyo kijana. Alikuwa anamuuliza hapo streets na hiyo video ilienda viral. Kijana anasema tulipewa thao ili tupeleke mwili huko City Mortuary. Hiyo ni gavana gani yenye tunataka hapa? Angalia maneno ya Mbagathi na Mama Lucy. The hospitals. Hizo hospitali ni death traps. Madaktari hawalipwi, manases hawalipwi. Ukienda kule madawa haziko. Mgonjwa akifika pale anaweza kaa hapo, wamama wanajisaidia tu hapo kwa gate. Ni shida kubwa. Na ukienda pale ukiwa na maumivu, dawa yenye wako nayo ni Piriton. Umeze ulale, usahau ugonjwa yako. Piriton ndio unapewa hapo. Madawa zingine, watu wa county wanafanya biashara, wamefungua ma-chemist hapo nje za hizi mahospitali. Ukienda pale unapata ma-chemist. Madawa zinapelekwa huko kwa chemist ili ukitoka hospitali ununue pale. Shida kubwa sana. Angalia mambo ya ajira, ya kazi. Saa hizi vijana wanafaa waandikwe kazi. Wamama wanafaa waandikwe kazi. We mwenyewe umeweka budget ya county ati unaandika the Green Army. Green Army unawapatia 18,000. 18,000 na wewe budget yenye inafaa walipwe ni 30,000 per month. Hii 12,000 nani anaiba? Unapeleka wapi? Nani anaiba? Nani anaikula hii 12,000? Na 18,000 utalipa rent na nini? Utasomesha mtoto na nini? Transport. Utafanya transport na nini? Utanunua nguo na nini? Tax pia inakatwa hapo. Sasa na unataka uinvest pia. So unapata ya kwamba ni kazi tu ya kufurahisha mtu lakini haijengi mtu kimaisha. Kwa hivyo Green Army waandikwe on a permanent and pensionable basis. Kisha wapewe 30,000 and above. Hii at least inaweza msukuma mahali hapa na pale. So kuna shida kubwa sana hii Nairobi yetu yenye inataka uongozi bora, sio bora uongozi. Na umeona mambo ya corruption katika hii county yetu ya Nairobi. Corruption iko juu zaidi. Na corruption umeona files. So umeona mara mingi gavana anatembea karibu na rais sana. Na ako karibu na baba pia sana na baba ako karibu na baba sana. So unaona chenye ilifanyika hapo ni ya kwamba files ziko kwa anti-corruption. Inafaa ashikwe lakini sasa anakuwa protected na rais na anakuwa protected na upande nyingine. Hiyo ndio chenye inafanyika. Files zenye ziko pale yake akiwa ameiba. Ona Auditor General report Baby Top. Ilitoa governor alinunua 27 lorries. Lori moja at 28 million. Lori moja ambayo inafaa iwe 9 to 10 million. Amenunua na 28 million. Tena ona dishi na county. National budget ni 4 billion ya dishi na county yenye inapeana. 2 billion ni county government inapeana. Hiyo ni 6 billion. French government inapeana 200 million ya dishi na county. Kisha unaomba kila mzazi 5 shillings ambaye na total amount ni 300 million in a year. So over 6 billion unafanya dishi na county. Unajenga jikoni moja ya dishi na county na 58 million. Jikoni sio ni shule nzima. Na jikoni ziko kwa mashule. Inafaa usupply chakula tu, watu wapike wanafunzi wakule huko. We mwenyewe jikoni moja ni 58 million, umezijenga 17. Hizo ripoti zote ziko kwa Auditor General. Kwa ripoti ya Auditor General. Alafu hii county unasema venye unapatia watoto chakula. Pesa ya mama inaenda wapi yenye una collect? Pesa ya French government inaenda wapi? 2 billion ya county ilibajetia dishi na county inaenda wapi? 4 billion ya kutoka national government inaenda wapi? Na hiyo pesa yote ukiweka pamoja itapeana kazi kiasi gani hapa Nairobi? Watu watapata kazi. Si ni kweli? Na Nairobi iko na kazi zinauzwa. Ukisikia crisis ikifanyika unasikia huyu alichukuliwa, Sakaja amempatia kazi county, which means kazi iko na watu hawapewi. So hao ni ghost workers. Si ni kweli? So unapata huyu ndugu yetu kwa kusema kweli ametulet down sisi kama watu young people. That's why hatuwezi taka tuwe associated na yeye kwa sababu itasemekana uongozi wa watu wa young si nzuri. Na mimi niko ranked as the best member of parliament in Kenya. So tuko na shida Nairobi na pia vile tuko na shida Kenya nzima. So tuko na shida ya overtaxation. Tukienda Kenya, juu tunaingia Kenya right away. Ndio.
unawania kiti ya governor. Sasa nakujia hapo. At the same time tuko na shida Kenya. Ukiona Kenya kuna shida yako na president ni gani? Shida ya overtaxation. Watu wako overtaxed. Yes. Shida ya wanafunzi kuongezewa karo ya shule. Mimi elimu ndio ilinitoa Nyalenda kunileta hapa. Yes. Shida ya unemployment. Tuliambiwa watu watapewa kazi. Shida ya salary ya watu kukua attacked in the name of affordable housing. Wewe ushaipewa hiyo nyumba? Ujaipewa hiyo nyumba. Sinu kweli? Na nini yako inakuwa attacked. Sinu kweli? Mwenye tunaambiwa ati anaishi Kibra ama Soweto ama Mukuru, wenye tunaambiwa wanaweza pewa nyumba. Washapewa mpaka sahi. Hiyo nyumba ni 2 milioni 3. Wewe milioni 2, yule mtu ambaye anauza mboga ya shilingi 200 ataitengeneza siku gani ili aingie kwa hiyo nyumba? I know. So tusiambiwe tu vitu ili tuseme na tunapiga kelele ati itakuwa nzuri iko hivi na vile. Shida ya corruption inaumiza wa Kenya. So hiyo tu ndio shida. Mimi siko na any personal differences na rais. Shida tu ni fanya kazi, uliambia watu wafanye kazi. Ndiposa wa Kenya wengi wananiwekea pressure. Wanasema babu, hata kesho ukisimama rais tutakuchagua. Hapa before nifike hapa kwa studio nimekutana na watu hapa wananiambia shika ID yangu nitakuweka gavana wa Nairobi. Shika ID yangu enda nayo utanipatia 2027 August tarehe 7 ili nikuweke gavana wa Nairobi. So kuna watu wana conflict, wananingangania, wengine wanataka niwe rais, wengine wanataka niwe gavana. Sasa mimi mwenyewe hapa mbele ninawaambia tunaenda kukuja nje waziwazi. Ili tusianze ali campaign sahi. But nawaambia na ninawaomba Wakenya wenzangu wote ninawaomba, mimi ni mchapakazi. Mimi ni mchapakazi. Naweza kuwa na mambo mengi kimaisha hapa na pale, lakini kazi naye hauta ni blame for anything. Wow. Better the devil you know than the angel you don't we did not know. Yes. Mbona ulienda maandamano ya Gen Z? Mimi na belong kwa maandamano. Mimi shida ya majenzi ni shida zangu, shida ya Wakenya ni shida yangu. Nilienda maandamano ili kazi ipeanwe. Nilienda maandamano ili the cost of living iwe reduced, ishuke. Nilienda maandamano ili watu wapate ajira. Nilienda maandamano ili elimu ikuje chini. Nilienda maandamano ili watoto wetu, my brothers na sisters, wasiwe abducted. Hiyo ndio ilifanya niende maandamano. Ndio. Wow. Na ulisema ulinyang'anywa security ama ilirudishwa? Ndio. Saizi ndio sasa wana deliberate, wananiambia tufanyaje. Kaambia wafanye venye wanataka. Kayo ya mrenda. Mimi security wangu ni Mwenyezi Mungu. Wow. Ndio. Unaulizwa unataka aje? Ndio. Mimi siwezi negotiate on principles. Okay. Yes, mambo ya principles siwezi negotiate. Mimi niko entitled na security kama mbunge yeyote. So kama unataka kudiscriminate, hiyo ni shida. Yes. So but mimi mwenyewe wa Kenya ndio security wangu. Ndio. I belong to the maandamano. I love that. Bibi, watoto wako wema. Tuko na 8 minutes. Tuko sawa. Utaenda ukiongeza anything now that you want to top up. Ndio. Tuko sawa. Ndio. Yes. Muthoni yako sawa, watoto ulisema 4. Yes. Watoto ni 4. Ambao tunajua ama kuna wengine. Unajua vizuri pia umesema unapenda kuomba. Kuna mmoja uko nayo yenye sijui Muthoni. Ninauliza tu ndio tusikie. Labda wewe ni mshahidi hapa. Kuna mtu mlisoma naye kidogo ananiambia pale na kaambia nitauliza yeye mwenyewe yeye atuambie. Mimi alisema watoto 4. Bibi ni Muthoni. Ajuae baba ya mtoto ni mama. Sasa kuna mambo zingine kusema inaweza kuwa ngumu ama vipi chef? Ukweli kabisa. Lakini wale wenye najua 4. Yes. Ndio. Boys girls. Boy and girls. And girls. Yes. Wow. And family. Ulituambia bibi pia mlisoma naye pale campus. Bibi tulikuwa naye university. Mimi nataka nishukuru Mungu alinipatia bibi nzuri sana. Bibi mcha Hajapotea upigi bibi. Bibi mcha Mungu. Unajua una kisirani huku nje tunaona unaruka kwa fence ndio huyo TB mtia lala. Umejua ukitoka na TB mnatialala unapeleka kwa nyumba. Ukitoka na TB mnatialala nje, ukifika pale kwa mlango, unaiwacha hapo kwa mlango. Ukiingia kwa nyumba, wewe ni baba, wewe ni dad, wewe ni husband. So you must be responsible. Sini ukweli? Yeah, you must as a father, you must be responsible. And as a dad, you must be a loving dad to your wife. So ukienda pale,
Unanyenyekea. Mambo ni kuagree kwa sababu si huyo ni mtu wako. Huyo si adui wako. Kama ulioa adui, hukuoa adui, ulioa rafiki yako. Ulioa mtu ambaye unajua mtaenda naye kimaisha mbele. So hivyo ndio mambo inakuwa. So anything you do, mna consult, mna agree, mambo inaendelea. 15 years now. 15 years now. And counting. And counting. Wanake ni maraiga hiko na mugaga anake. Wanasema ati hao young generation na waeki kipiko. Tunaona mnaeka kehiko. Umejua mambo ya ndoa ni kusikizana. Mambo ya ndoa ni kuwa rafiki ya mtu mwenzako na kujuana na kuweka Mungu mbele. Hakuna ndoa yoyote inaweza kuwa sahihi kama kuna Mwenyezi Mungu kwenye ndoa. Kwa sababu ukipata bibi yako ni rafiki yako. Unamtongoza, anakuwa rafiki yako. Kisha unamuoa. Wakati huo wote yenye unamuongelesha awe rafiki yako, hiyo wakati wote kila kitu ni nzuri. Kisha ukishamuoa, akishaingia kwa nyumba, unaanza kusema nani amebadilika. Bibi amebadilika. Bibi pia anasema bwana amebadilika. Hamjabadilika. Na most of the time shida inakuwa ni upbringing. Upbringing ukiwa brought up from a poor background. Poor background kumaanisha kwamba baba umekuwa brought up na single mom ama single dad. Ama baba na mama walikufa, we ni total orphan. Ama baba na mama walikuwa lakini walikuwa busy sana kutengeneza pesa upelekwe shule. Sasa hawakukuwa na time kama we mtoto kwa watoto. Ama baba na mama wako walikuwa lakini wako kwa abusive relationship. Hiyo yote ita lead to trauma kwa mtoto. Maanake mtoto ana learn by what they see. Chenye anaona ndiye ana learn, not what they hear. So mtoto akiona mapenzi, akiona baba na mama wanapendana, wanakula pamoja, wanaenda kushirikiana pamoja, wanaenda kwa kanisa pamoja, wana hang out pamoja, mtoto atakuwa na mapenzi. Mtoto akiona vita kwenye familia, mtoto atakuwa traumatized, atakuwa anxious, atakuwa ana feel lonely, ana feel hurt, ana grieve, ana feel isolated, ata feel ya kwamba yeye amekuwa brought up to hivyo kwa hiyo environment ambayo sio nzuri. Huyo mtoto ambaye amekuwa brought up kwa environment ambayo sio nzuri, mwishowe ataturn out kutokuwa mtu ambaye unataka, mtu ambaye atakuwa na mapenzi. Atakuwa ako empty, kwa hivyo anaweza peana emptiness. So kwa hivyo kwa wazazi wetu wote, hakikisha una bring up watoto kwa njia sahihi. Wacha mtoto aone mapenzi. Ongea na mtoto wako, spend time na mtoto ili ajue shida ni wapi. The greatest gift ya kupatia mtoto si hata elimu kwanza, ni time. Patia mtoto time. Kisha after that ni education. Na watoto usianze kucompare useme huyu ni my favorite child. Hakuna mtoto favorite, watoto wote ni wako. Kwa sababu utafanya wengine wa feel that wako favorite, watafeel ni kama hao ni ma enemies, watakuwa traumatized in life. Pia ukiadhibu mtoto, ita mtoto, mwambie makosa yake. Ukishamwambia makosa yake, ndio umwadhibu. Wacha alie hapo, akishamaliza ndio umrelease. Usimwadhibu mbele ya watu. Juu una take away self esteem yake na self confidence yake. Tukibring up watoto in a very good way. Na Biblia inasema train up a child in the ways that you want them to grow, so that they may not turn away from those good ways when they grow older. Fundisha mtoto vizuri. Mtoto atakuwa mtu ambaye ni mtu mzuri kabisa. Sisi tumelearn through experience. Manake mama pia alikuwa busy, anatafuta school fee, anatafuta rent, anauza changa. So unapata kuna neglect hapa na pale kidogo kidogo. Juu mama ni ako mtu mmoja, ako busy. So hiyo ndio inafanya tulikuwa na hiyo yote. But all in all, you're recorrecting. All in all, kwa familia, kwa sababu lazima uwe kiongozi. Kama mwanaume, wewe ni kiongozi wa familia yako. Provide leadership. Penye unapeleka familia yako ndio wataenda. Ukiwaingiza kwa shimo, wataingia kwa shimo. Ukiwaingiza place nzuri, ndio wataenda hiyo place nzuri. So as a man, hakikisha kwamba una provide kwa familia. Provide materially, provide food, provide rent, and provide also time emotionally. Hiyo yenye sasa time inakujia. You must provide emotionally, because hautaki emotional neglect. Hiyo italeta shida sana. Lazima uombe, prayers, uweke prayers. Lazima muwe na purpose katika marriage yenu. Hii marriage inaenda wapi? Familia yetu inaenda wapi? Investment zetu zinaenda wapi? Kisha lazima uprotect familia kama mwanaume. Protect your family. Na kisha tena lazima uplay. Playing in the family.
hiyo mnaelewa ni nini nasema, kwa sababu watu wanasikia mambo tofauti hapa. Mdate. Kama venye ulipata mrembo wako, mdate, mpeleke out. Si lazima uende expensive hotel. Bora umespend time na yeye. Uingize kwa kibanda, mpige mastori, kaeni marafiki. Na pia mdate watoto. Love language ya watoto ni gifts na kuwa nao pamoja. Touch, tender touch. So ukifanya mambo hivyo, mambo inakuwa sana. Kwa mabibi zetu, respect your husband. Husbands, love your wives. The Bible says that love your wives as the Christ loved the church. And to the wives, submit to your husbands. Heshimu wanaume. Wa appreciate pia. Women pia wanataka appreciation. Waambie hao ni warembo, wamevaa vizuri, wamekupikia, appreciate. Kwa wamama wetu pia, heshimu wanaume. Na kama una earn more than your husband, then if you can share your body, you can share children, you can share love, then you can share money. Sasa usikanyage bwana juu una earn more than your husband. So lazima umheshimu pia juu bado ndio mwanaume ni the head of the family. So mkiendelea hivyo, mambo ya familia sinakuwa sawa. Wow. Very good. Tumesoma. Nilitumwa salamu na Medho. Senator Medho. Huyo ni mtu wangu. Umejua nikiwa student leader University of Nairobi. Medho alikuwa student leader Pwani University. So tumejuana miaka mingi zaidi. Tumejuana miaka mingi zaidi na Medho. So amesema upokee salamu. Ni mtu wangu sana, na Medho anafanya kazi nzuri. Unaona venye ameshikilia watu wa Murima. Mambo inakuwa sawa, na meza tiaga hapa na pale. Kwa hivyo anafanya kazi mzuri. Medho anafanya kazi mzuri kwa sababu anatetea wananchi wa Kenya. Na hiyo ndio uongozi yenye tunataka hapa nchini. Let me ask you one last one. Sisi si maadui. Sisi tuna provide to role ya opposition, checks and balances. Ukiwacha serikali ifanye kazi excessively, itakojolea watu sana, itaumiza watu sana. So tukiongea, serikali situone kama maadui. Tuna keep checks and balances. Very good. The one last one, news tunasoma saizi. The Kenyans, a certain percentage, wanasema tu ni mlima kuko na hasira. Watu wamekasirika. Ni mlima, ni Jua Munyoro alienda, ni Wakikuyu. Kwenyu umesema ni Bondo na pia Nairobi. Kuna hiyo hasira. Umejua watu wa mlima sio shida. Watu wa mlima sio shida. Watu wa mlima walichagua Ruto. Ilifaa wabidi wachague kati ya Ruto na Raila. 1 million walipatia Raila. The rest wakapatia Ruto. 8 million wakapatia Ruto. Inamaanisha watu wa mlima sio kabila. Hapa Nairobi, Peter Kenneth alisimama na Sonko kwa Jubilee nomination. Watu wa mlima walipatia Sonko. Watu wa mlima inaonyesha sio wa kabila. Mimi mwenyewe nilikuwa na Mureithi. Watu wa mlima ndio wako wengi Embakasi Mashariki. Mimi ni walinichagua. Hiyo sio ukabila. Tukiona Sakaja na Igathe, waliwacha Igathe ambaye ni Mkikuyu, wakachagua Sakaja. Na ni wengi. Sasa hii maneno ati Wakikuyu ni wakabila, watu wachane na Nairobi watu wako na hasira ya kufinywa na serikali ama watu wana hasira kila mahali. Serikali imefinya watu sana. Serikali inafaa wafanyie wananchi kazi. Fanyie wananchi kazi, hamtakuwa na shida. So hiyo hasira ni kwa sababu kazi haifanywi. Nilikuwa nataka kusikia sio tu mlima. Unajua mimi naongea tu kwa mlima, sijui huko Nairobi. Hata Nairobi kuna shida. Hata Western kuna shida. Hata Coast kuna shida. Huko kwenye umetoka mamako wako Bondo kuna shida. Kuna shida kila mahali. Huko hakuna kazi. Shida ambayo inakumba Mkikuyu ndio inashika Mjaluo, ndio inashika Mkalenjin, na hata Rift Valley kuna shida. Si kulikuwa na maandamano Rift Valley. Hii juzi venye maandamano ilikuwa inafanywa mpaka Rift Valley. So kulikuwa na 37 counties zenye ili demonstrate. So shida ni kila mahali. Wow. Thank you so much. Penye tujafunga hujasema ama wania kiti cha ugavana ama cha president, utatuambia. Naenda kuambia soon. Na chenye nimewaambia tutapata hiyo, alafu tunapata the next. Si hiyo mambo itakuwa sawa. Kwa hivyo hujasema. But tunaangalia sana mimi na wewe, unajua sitaki tu kumake early declaration, jitani force nianze early campaigns. Wacha tugoje. Watu watasema umesha declare. Kuja mkutano hapa, kuja hivi. So nitasahau pia kazi yangu ya Embakasi. Malizia watu wa Embakasi kazi. Mimi mwenyewe nitaambia watu. Utatuambia. Na mimi mwenyewe najua chenye naenda kuwania. Na nitachukua hiyo kitu. Na utatuambia. Ndio. Penye utaenda sisi tutaenda. Kabisa. Mukoroyo roiga gate ni araigire ni arenda thuro ni mukaruga meanga cia thire cikurukire ararutite kunde tu icio to tutina kiheo. Neguo ndarigo tondu tutinero ni arakira mwene gite ndaraiga no roiga anga ni arigire mutumia anga mutumia thie ndebe-ini muito cio ararutite kunde tu icio
Tigana inatumiene. Asante sana, tumesema tumeshukuru. Tulikuwa tunakushukuru hapa kando kando. Sio mnene wa Kenya Nairobi. Ni mohoro ma Kameme Kayo Kamwigi.